Wasalimiwe sana, wasalimiwe sana. Wakati kanisa ilihama ikaenda London, wale walienda London na mchungaji. Habari yenu? Bwana wabariki sana. Bwana wabariki. Tuendelee tukienda. Hata wewe umekuja. Si unipatie mimi nikule hii. Asante. Asante, bye. Bwana. Kuja. Yes. Mbarikiwe. Nikupatie. Mkaneko urugokera nyina gaka. Thank you. Nigeuzie kidogo. Angalia hivi. Hata wewe kuja. Oka. Nduge. Oka miduge. Oka. Kuja. Twende. Achana na mama. Mabie bae. Kaenda bio. Jipeleke. Asanteni sana, mnaweza kuketi. Naomba hii unigeuzie tu kidogo ndio nisaidie. I want to be Muriega rege. Mutikigeithie gwa ciaria raini. Haleluya. Nafurahi kuwaona tena. Nashukuru. Niliambiwa niwasalimie na Kisugu. How are you? Najua nilienda huko kule Kisugu ilitengenezewa huko England. Sasa nikaambiwa nikifika hapa nisiongee Kiswahili, lakini sasa nimejikuta nimeongea Kiswahili. Lakini may God bless you. Asante sana kwa kazi nzuri mlifanya. Nilikuwa nawaangalia tu. Najua hapa niko na hii tulikuwa huko inafikaga huko hii. Naona hivi sasa kuna watu wamekaa wametuangalia. Inafikaga huko. Na inafikaga tu hivyo mnaona ndivyo inafika huko. Na sasa kuna ingine hii ya private eye. Sasa pia na hiyo nilikuwa naiona. Naona venye mnakuja, venye mnakaa, watu wanakaa sura baya, watu wanakaa sura mzuri. Nikahesabu nikaona fulani hayuko kanisani, nikaona fulani hayuko. Nikasikia walienda South Africa. Wakati nilienda Europe nao walienda South Africa kwenda kuhubiri. At least ndio mtatuambia mlihubiri nini huko South Africa. Si ndio? Asanteni sana kwa kazi nzuri pastors ambao walikuwa. I saw you preached well, Sami. May God bless you. Sasa unaona noja kuingira line, noigirete line hiyo. Yes. Ado niguteithania mateithania watu usaidiana. Ukiona hata mimi nimeenda Murama, niambie tu, kuja unisaidie kwa upole, uniambie wewe unaingia Murama. Alafu kwa sababu hii kazi ni mingi. Nimeenda huko. Unajua zile kanisa ziko hai huko. Ni kanisa za Wakenya na kanisa za wa Nigeria na wa Ghana. Ya wazungu hakuna. Hakuna kanisa ya mzungu huko. Zote zimefugwa, zimeoza, ni manyumba zimeoza, zimeanguka. Sasa tusipojitahidi, nimeenda nimeakisha moto huko kabisa. Nimeenda town kama 16. Nimezunguka huko kote. Nimeakisha moto, nimefungua tu kanisa, lakini hatuna pastor. Ni fellowship. Alafu unasikia watu wameenda South Africa badala tuende huko kwanza. Ni vizuri kweli? Natengeneza kikosi ya kwenda huko. Wengine waende Amerika, wengine waende Australia, wengine waende Canada. Si kwenda kufanya kazi huko, kwenda kuhubiri neno. Maana huko wafanyikazi wa kufanya kazi hizi zingine zote wako, hata kazi mingi hakuna. Lakini watu wa kuhubiri haku. Na wa Mungu ameniambia wanatoka wapi? Hapa. Na labda ni wewe. Teko nata we mukuru muno. Wewe si we mukuru no ri uri. Ugigetumwo na kugikate. Nita ukothie. Yes. Hata shosho kama huyu anaweza kwenda na hubiri. Anamwambia mama sema manakuja manaenda. Na story mana nini? Manasikia? Mataelewa. Mataelewa Kiswahili. Mataelewa tu hivyo pole pole, mataelewa waelewa hivyo mpaka waeleweke.
Bwana asifiwe sana. So I'm happy for you. Hey, wegoko. Mwathani agoco. Ikaenda nego kura omuthi. Geithia tu. Ndio kogeithia ndo Ngai. Kai ni menyaga. No muthuri nwe wahunjagia kana no ateithagiriria muthuri. Mwenje ndio keri gwakwa ni muhau. Ni wariganirwo. Kana thire na kihunjio. Patia huyu mama, huyu ni mama wa bishop, ni bibi mke wa bishop. Mungu amweke mahali pema peponi, si peponi, mahali pema kuzuri. Peponi ni nini? Ni kwa shetani. Akae mahali pema kuzuri. Roho yake ikae in peace. Si ndio? Mwili tu ndio imekuliwa na magonjwa lakini moyo haiko. Mupatie tu asalimie. Na ukegu kuru ukage guku je wikaraga nyumba titono wahitirio ni ahunjia kario magiririe mahike magwikire nio magutumite umiduta maguru makoni-ini we ona muthuri hari ari akona mutumia ni arugamire wikaraga handu wihingirite kitaga koni-ini nginya riu nurona riu maundu ngeithie mageithie. Bwana asifiwe. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nawapenda kwa sababu najua tunaenda njia moja ya kumtafuta Mungu. Asante kwa kushikilia Apostle. Apostle ni rafiki yangu. Tunakaa pamoja na tunahubiri pamoja. Acha niwaambie, ule anamtumikia Mungu hatapoteza. Hata jamii yake haitapoteza. Kwa sababu vile unasikianga Mungu akisema ni Mungu wa wivu, ni hivyo ndivyo alivyo. Hata wakati anakubariki na wakati anakuinua, kwa sababu ni Mungu mwema na anabariki na anadumisha. Mbarikiwe. Sio mpigie makofi. Sasa nijibu kwanza kabla uende. Nijibu tu. Niogo kana guku kana urashorate uwe no nayo gera ithiate. Gwathiate leo. Undi madharau mariko ma igwa riu nigathimo kero na nigakuheo ndiraheirwo na gathimo karia gakwaga kuruhe mundu anjire kunyona nako 5 years ago mutumia aje thimo no ikarite nayo muno na njire mirehe arahe ngejeru riu ndiramenya nginya kumihuthira tondu karia kangi ndiramenyerete ni gaki. Yes mami ni ukuruta maguru makonia-ini uke guku kwina atumia aya umaragirio umaheage experience umaheage mataro ni join haritu kure nduhunjagia uthia waikaraga kona-ini ni undu gaikara uguo waririkana nyumba ino akire kanitha ngima ikirika makiitunywo makingatu uthuri anyitirwo ni depression hau athiri athiete watigire mutumia na depression ahitukagira hau akona ino ici ni indo ciakwa ni nyumba ino ni kaita rithoria kahituka agacoka nyumba ukatuhujie tia wikara gikaro kimwe kida maigwa next time ndireta tuthie na Ruraya maigwa uthie ukahunjie etha passport yaku uige passport wega tia wikara. Unajua it's painful. Yes, it's painful. The biggest church in Rongai belonged to her. Wazee wa kanisa wakaungana wakamwambia kanyaga nje. Kwanza ni wale watu walileta kutoka nje, unaleta mtu unamwambia kuja kaa hapa. Huyo mtu anakupagia nkiona gari mwege akitaka mundu gataramenya uria gareka to ni njui mathabu uria mekago ali si the moi. Yes, they had the largest church in Rongai, but now she stays in the house. Aroraga nobody took care of her, nobody stood with her. Riu ni anyitirwo ni kiundu kia uhu ni kiundendaga kuma nyumba onaga muhunjia kona shaitani handu hakuona Ngai. Ona nie njitigirite muno nimwe ndimwira ukatunywa cai hakajasha kwendaga twaririe haha adirikana kiundu kiria
But God is good always. Na hiyo maneno imeondoka. Sasa twende mbele sasa. Hata mimi nimepitia kwingi. Nikikesa kukwambia unaona hii mzee na hiyo mkate, lakini sasa ni life, acha tusiongee hata nitusi. Siku hizi amekuwa mbaya, anapiga watu makofi. Kavale ararumaga andu. Tondu ni akurumaga tiri gendo gikuyandika. Riu arahura andu makofi. Una imani riu ngihurwo makofi jiga no. Ara kamwe kago thiro ngofi. Kire ngofi yangu ile kanike. Toka hapa. Taka. Peka ujinga bali. Yes, the team that ilihusika katika kusaidia wazee, wale walichanga pesa zao na wale wali participate physically, God bless you. Whoever that was involved, nilifurahi sana, mlinifurahisha. Nikiwa huko sasa nilikuwa nakalisha watu na wapia angalia, kaeni hapa muangalie, muone venye maneno yanaendelea huko. Hiyo akasema kai. Mpaka nikawaambia hawa watu naona huko, najua sasa ni kamera. Ni watu 10,000 na kila mtu atakula. Yani uko na kanisa ya watu 10,000, heni hata haijafika. Unaona sasa hiyo, unaona hiyo ni pade moja ya watu 10,000, bado tuna pade moja ya 5,000 haijaingia. Wanasema na wewe mradhime. Wakijua wale watu huko wenye wamenisumbua. Lakini nikajichocha, mlinisaidia kujichocha na nikainua jina ya Mungu kule sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbarikiwe, wapigieni makofi watu wale walifanya hiyo kazi. Wakiongozwa na Roda. Charedi amefika? Charedi ngani akinyire kule adia. Lakini no horoga ya muririkane. Kaego huko. Mwadhani ya gosho. Yes, thank you very much. Nilifurahi. I was happy for whatever you did. God bless you. Next time nimeona sasa sitashughulika tena. Hiyo kazi Roda, hiyo kazi nimewaachia. Mkiwa na share. Mlikuwa na nani? Na Charedi na mwingine? Sasa, Charedi simama. Hata yeye simama, rai kaenda amenya mahede makuna makoro. Yes, na nani mwingine? Simaloi. Hello. Na nani mwingine? Mukarejini alikuwa? Akwa Patrick Elda. Ndio aramenya ndio yashokire. Ako wapi? Amesafiri. Na nani mwingine? Na Dishon. Okay. Mtafute muongeseke. Mtafute hiyo ikuwe ni ministry, muongeseke. Mkiongeseka, muongeze watu wengine, muwe mnapaga pamoja, mnasaidiana, hiyo ikuwe ni ministry. Nitawajoin na wengine nilitengeneza UK na kwingine mkue timu moja kubwa ya hiyo kazi purely for that job. So tutakuwa tukitengeneza hiyo luncheon every not 3 months. Tufanye kila mwisho wa mwezi. Kutoka ule mwezi mwingine, sio hii. Kutoka ile mwezi mwingine tufanye kila mwezi. Hivyo ndivyo increase itaongezeka. Kwa sababu kuna watu waliona hivyo wakasema mimi nitakuwa nikitoa hii, na nikafurahishwa na hiyo kazi. Si ndio? Simuwapigieni makofi. Thank you very much. Pastors wakiongozwa na Dorcas na Sami na Karo na Sense. Simusimame tu hata kama hamuna nini. Najua nikiongea mnafaa kusema yes sir. Lakini sasa mmenisoea. Samna okuga gati amuthe. Umana kaudo kwenda gakuga. Asanteni sana. Kazi mlifanya ni mimi sikuwa najua Dorcas unajua kuhubiri. Unajua unaongeaga ni kama hutaki kuongea. Unaongeaga na sauti nyingine imejificha na huko. Hata unasidaka nikisema hello. Ati umesema nini? Mimi nilikusikia kwa microphone for the first time, nikasikia sauti yako mzuri for over 45 minutes. Hata nikashida huyu ni yule anakuaga, mpaka nikapigia mtu mwingine simu nikamuuliza ni nani alihubiri leo? Nikaambiwa ni Dorcas. Nikauliza ni dada yake alikuja ama ni yeye? Wakaniambia ni yeye. Kwa hivyo kuna vipawa viko hapa vimejificha. Na ndio kama singejua mimi ningekuwa nikikuchukulia tu mtu wa mkono hapa. Sasa nimeona ni mchungaji mkubwa. Maneno yako nilisikia ni mazuri, unajua kuhubiri vizuri. The same as Pastor Sami. Ni diroe mudo interpreter.
Wakikala wakihitaji na interpretation. Sasa nikakuta ni mtu naacha hapa na unaenda bila wasiwasi. Karo naye nikaona pia Karo nikitetu no nitwathirire fio tumarakara. Ikira punch le upio. Ita microphone no gurumie gari pio. You are there. Watu simuwapigie makofi asese. Uko. Wapigieni makofi mazuri. Appreciation. Thank you. Kaitini. Then it was perfect. Mpaka unashindwa. Hawa ni wale watu tunakuaga na wao. Lakini ni kujua kwa sababu ya kukaa na environment ya vita. Sasa hata uwezi kutabua mtoto huyu ni mgani. Sasa umeona vitoto vimeanza kutokelezea vizuri, si ndio? And that is the perfect thing. Yeah, intercessory team ambao tulikuwa na wao kabla niende. Simameni pia. Wale tulikuwa nao kabla niende. Simameni intercessory team. Yes, umeanza kuanguka. Ni mmoja tulikuwa tunatabua hapa wa kuiba hivi, wa kufanya hivi na mwingine wa yes. Thank you. Kazi yenu ni ya imejificha. Kazi yenu ifanya nini? Imejificha, si ya kushinda ikitangaswa sana. Wapigieni makofi. They did well. I want to appreciate you. You have my support 100%. Tutafanya kazi na mtu anataka kujiunga na intercessory, please you can come to me. Usiende kwa mtu mwingine, come to me, ndio nikuvet, ndio nikupatiane kwa wao, kwa sababu kuna mikora sitaki. Nataka tuigie maombi ya kutoka kesho kwenda mbele. Nitawaelezea as we go on, ndio tujue ni nini. Hii ni kanisa ya vita. Kwa hivyo lazima tukue well equipped kupigana vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Timu ya ushering, I saw you, nilikuwa nawaangalia vizuri and you did marvelously well. Akina Shosho muriega. Mutikiruga mena igura Shosho. Tukaru Fredito wako. Yes, wapigieni makofi Shosho. Wapigieni. No na madhalio. Wapigieni. Kule ando marajerire nimeguka kumuona. Na kuna mwingine aliniambia atanunua ndege yake akuja wachukue mwende. Thank you. Kuna watu sijataja. Wale sijataja mujitaje tu. Sina ubaya, ninawapenda. Ian. Nani? Guka. Eko. Neno kile maguka. Simameni. Sorry. Boy child. Etako toga boy child. Mwana wa kahe amenagwa ni kahe keze yao. Unaona ndamutiga databura atumia ndamutiga. Ni thina wa mwana wa kahe. Ena thina na ni ndina thina. Mpigi. Na youth wote, God bless you and everybody. Na kila mtu ambaye amekuwa hapa, I want to thank you. Nilikuwa na safari mzuri sana. Nilipokelewa vizuri. Mji wa Heathrow, kutoka hapo nikaanza safari. Nimetembea sana. Mpaka saa hii nasikia bado sijarudi nguvu kabisa, but nimeenda far and wide. Nilienda county, ni kama tusiite county 16. Na huko sasa ni kutembea na gari na train na gari. Na huko kwote ni kwenda kupigana na mapepo na kupigana na madhabahu. Na ni kubwa na ni baya. Kuna ile sasa nilipigana nao, niliingia huko mahali panaitwa Paris. Paris ni kule mdhamaki anakaaga. Kupenya ilikuwa shida, lakini tulipenya. Sasa wacha nifanye ingine, lakini hiyo ni daring sana. Nikaenda kwa shetani mwenyewe. Kunyogwa, nilinyogwa. Sema kunyogwa. Nilinyogwa mpaka nikatoa hewa vizuri. Wadhani ya gosho. Ndio maana alikuwa ametoroka, maana aliangalia akaona apostle wito we ashoka no Ngai. Yule adareda akakwelwa atire ni ithu twamutumire athie. Wadhani ya gosho. So leo nataka watu huko wamewasalimia sana, na tutarudi huko very soon. Waliniambia huko kwa sababu sikuwa nimeenda kuhubiri. Yes, mahubiri I think mmewekewa mahubiri yangu ya huko.
but now they have invited me to go and preach to them. But the good thing, na hiyo ndio kitu nataka kuwafundisha. Sijui tuhubiri na wewe ma. The good thing ni ya kwamba when God is working with you, he gives an answer. Wakati Mungu ameamua kufanya kazi na wewe ukupatia jibu. When God has decided to make a move in your life, Mungu akiamua kupelekana pamoja na wewe, answers will be seen. Jawabu zitaonekana. And the fruits of what he has chosen you for, na matunda ya kile kimemfanya akuchague, will be witnessed immediately. Itajidhihirisha kwa wakati. I was able to move to every altar. Nimejaribu sana kutembea kutoka haya madhabahu mpaka mengine. I went to the altar of the palace, nikaenda kwa madhabahu ya Paris, where the king lives. mahali mfalme huishi. I was able to penetrate inside. Nikaweza kuingia kule ndani. I went to the grave, to the place where the queen is buried. Mahali ambapo queen alizikwa niliingia. That is Windsor. Mahali panaitwa Windsor. I used to think Windsor is the same as palace. Unaweza fikiria Windsor ni sehemu moja. I used to think Windsor is the same as palace. Nikawa nafikiria Windsor ni the same na Paris. But they are different places. Lakini ni vitu tofauti. Where the queen lives, mahali queen anaishi, it is not the same where the palace is of the king. Si mahali palace ya mfalme iko. Then I was able to go to the other altar of Diana. Nikaenda kwa madhabahu mengine ya Diana, which is far north. Na mahali pale pa magharibi. Northampton. Mahali panaitwa Northampton. And we were able to get inside there. Na tukaweza kuingia kule ndani. That is on the 20th. Tarehe 20. When you are giving the wazee chakula hapa. Tulipokuwa tunapatia wazee chakula. I was able to get there. Nikaweza kuingia pale. Got inside. Nikaingia. Destroyed the altars. Nikaweza kuangalia ile madhabahu. Destroyed the altars. Kuharibu yale madhabahu. And raised new altar. Na kuinua madhabahu mengine mapya. The following day as we were there. Siku nyingine tukiwa pale. The same time as you were there. Wakati huo nikiwa pale. I told the people that I was with. Nikawaambia watu tuliokuwa pamoja na wao. That tomorrow. Ya kwamba kesho. Expect a breaking news in the world. Gojeeni tu ripoti ya ulimwengu mzima. And it will be not a good news. Na itakuwa habari nzuri. It will be a bad news. Itakuwa habari mbaya. But breaking. Itakuwa bad breaking news. Then unfortunately. Na kwa ghafla tu. It was so unfortunate because I wish I knew what it will happen. Nikajuta kujua ni nini kitachakotwa tokea. If I knew I would have told God I have a sister in church. Kama ningejua ningemwambia Mungu kwamba niko na dada kanisani. She will be so disappointed. Atavunjika moyo sana. To hear the bad news. Kusikia habari hiyo mbaya. I didn't know because God does not reveal to me what exactly it is. Mungu hakunifunulia kabisa nini. But he told me tomorrow. Na akaniambia panapo because of what you've done today. Kwa sababu ya kile umefanya leo. It has a repercussion of tomorrow. Itatoka na matokeo kesho. And the repercussion will be there will be bad news. Na ripoti itakuwa habari mbaya. For me I thought that Lucifer will die. Nikajua ya kwamba Lucifer atakufa. So that is the bad news I thought because I am really agitated. Hiyo ndio ripoti mbaya ambayo I want to see Lucifer defeated. Nikakuwa natamani sana Lucifer. So I told God. Nikamwambia Mungu. So whatever you want to do. Kile unachotaka kufanya. So it be done. Wacha ifanyike tu. So I didn't know. I wish I knew. Sikujua na sikujua hiyo. That my sister ya kwamba dada yangu will be a victim of what will happen. Atakuwa affected na kile kitatukia. I'm so sorry for what happened. Nimesema pole kwa kile kilitukia. I know your father went. Najua baba yenu alienda. But soon you are going to get another father. Na very soon tutapata baba mwingine. You are not going to be orphan for a long time. Hautakuwa orphan tu kwa muda mrefu. Maybe if God allows it to happen. Kama Mungu ataruhusu ifanyike. It will happen. Itafanyika tu. If it doesn't happen. Kama itafanyika. Tukae kama watoto yatima. And God will bless us. Na Mungu atatubariki. So the following day the Pope died. Na siku nyingine Pope akafa. I tried to call you to send my condolences. Nikajaribu kukupigia simu niweze kupole zangu. But I knew Mary will console you. Nikajua Mary tu atakutembelea na kutakufariji. And his son will come to you. Na mwana atakuja kwako. And say pole to you. Na atasema pole sana mama. And I can see you are not aggrieved. You did not cry. Haukulia sana. But the one thing I asked my question. Lakini swali moja nililojiuliza. This gentleman. Ni huyu mtu. The Holy Father. Baba mtakatifu. To them that are. Kwa wale ambao wanaabudu. When
Jesus resurrected, wakati Yesu alipofufuka, he decided not to witness him. alisema si When Jesus resurrected, wakati Yesu alipofufuka, this gentleman, huyu mtu decided to go. aliamua kwenda. Kwani is he who killed Jesus? Kwani ni yeye alimuua Yesu? That he didn't want to see Jesus resurrecting. Ya kwamba hakwenda kuona Yesu akifufuka. Sorry? Yes. He died on that night Alikufa hiyo siku of resurrection. wakati wa ufufuo. He had not known because Mary didn't announce the resurrection on Sunday. Hakujua sababu Mary hakutangaza. Mary announced the resurrection on Monday afternoon. Alitangaza kufufuka on Monday. Because that is time they visited the tomb. Hivyo ndivyo walivyotembelea kaburi. So until Monday nobody knew Jesus is resurrected. Kutoka hapo hakuna mtu alijua kwamba Yesu Monday alifufulika. Now this man knew that Jesus has resurrected. Huyu mtu alijua Yesu amefufuka. He ran away. Akatoroka. Could he be the one that was behind Kunawezekana yeye alikuwa victim. the heinous act Yeye alipanga hiyo jama for our Lord Jesus Christ to die? kwa Yesu Kristo. And now he didn't want to see him again. That's why hataka kumuona tena. Those are so many questions that you ask. Ni maswali mengi huwa tunajiuliza. This man just decided to go Huyu mtu akaamua kwenda when he was needed most, wakati alipokuwa na to celebrate the resurrection of Jesus Christ. kusherehekea kufufuka kwa Yesu. But anyway, Kwa hivyo tu maybe Mary will tell us, Mary atatuambia or somebody else will tell us. ama mtu mwingine atatuambia. Today I want to look at a call for Joseph. Nataka tuone mwito wa Yosefu. A call for Joseph. Mwito wa Yosefu. How many of you think they are called? Ni wangapi wanajua kwamba wameitwa? You think and you know inside me there is a calling. Unajua na unafahamu ya kwamba ndani yangu kuna mwito. Lift up your hand if you know I have a calling. Inua mkono wako kama unaamini ya kwamba una And mwito. you know sincerely the calling that is in me is burning. Na unajua kwamba kuna mwito unaungua ndani yangu. And that is why I'm facing the challenges I'm facing. Na kwa hivyo ndivyo unapitia mambo magumu unayoyapitia. At some point, Na kwa sehemu zingine I sometimes look at things. angalia vitu. I look at things Ninaangalia mambo. and see why do we have the challenges that we have. Kwa nini tuna changamoto ambazo huzipitia sisi? Yes, we are Christians. Yes, tumeokoka. We are serving God. Tunamtumikia Mungu. And we are living according to the plans of God. Na tunaishi kwa mpango wa Mungu. We don't do anything wrong. Hatufanyi vitu mbaya. We don't sin. Sisi tuliondokea dhambi. Even if we sin, it is not an open sin. Na hata kama tunafanya dhambi, si dhambi ambazo It is a sin that finds us. ni dhambi zinaomba tutafuta sisi. The sin that you will find yourself in, Dhambi ambazo zitakutafuta ndani yako. and you are not prepared for it. Na huku umepanga kufanya But dhambi. you find yourself inside the sin. Lakini unajipata ndani ya dhambi. Then you try to work out how to come out of the sin. Unajaribu kutoka kwa ile dhambi. But unfortunately, because it's a sin, Na kwa sababu tu ni dhambi. it is equally counted as a sin that you committed. Na imehesabika kama dhambi ambayo umeifanya. Because a sin is a sin. Dhambi ni dhambi tu. There is no special sin Hakuna dhambi ambayo and another sin that is not special. hakuna dhambi ambayo There is no sin that you can say, I didn't know when it was committed. hakuna dhambi ambayo utasema sikuona nikifanya. Or I was not aware of the sin. Siku nafahamu habari ya dhambi hii. As long as you have committed it, Mradi tumefanya dhambi. it is a sin. Ni dhambi tu. It is counted as the other sin. Inahesabika kama dhambi And zingine. you find yourself in it. Na unajipata ndani. But now I am a servant, Na sasa kama mtumishi wa Mungu. a very faithful servant. Mtumishi mwaminifu. Like now, when God instructed me or instructs me to go to another country, Wakati Mungu aliniongoza kwenda taifa lingine. He tells me don't go pick their money. Akaniambia usiende kuchukua pesa He zao. normally tells me don't go and pick money from Huwa them. ananiambia usiende kuchukua pesa zao. Don't go preach a word that they will think that you want their money. Usiende kuhubiri mahubiri utaoneshana I am going to facilitate you. nitaweza kulipia wewe gharama. So you get into the airplane Unaingia kwa ndege with a ticket na tikiti yako and a few coins in your pocket. na pesa kiasi kwa mfuko wako. Then you get into a nation Unaingia kwa taifa moja where money is known as pounds pesa ambazo zinajulikana kama pounds and dollars na dollars and any other cash, na kazi zingine which is more superior than your money. na ni pesa ziko juu kuliko And zako. everybody will want
want to travel to the US to get money, na kila mtu anataka kwenda US to kutafuta become pesa, rich. awe tajiri. Anybody who want to go to Europe because of money. Wengi wanataka kwenda Europe kwa sababu ya But utajiri. now you are sent, Lakini ukitumwa, but now you are na sent sasa umetumwa to go in a foreign country, na umeenda kwa taifa ngeni, and God only give you a ticket, na Mungu amekupatia tikiti yetu ya kwenda, and you hope to go and find friends that are going to give you a better life, na kwenda kutafuta marafiki watakupatia maisha mazuri, or give you some money so that when you come back you got some money. na wakupe pesa ndio ukirudi na pesa. Once you reach at the airport, Na ukiingia kwa airport, you find a person you had not prepared for. na yule unakuta yule mtu ambaye haukuwa You had umempangia. prepared with somebody else to pick you at the airport. Ulikuwa umepanga na mtu mwingine akuchukue kwa airport. You find there is somebody who overheard you. Kuna mtu ambaye amekupokelea, Overheard you, alikusikia. alikusikia. There is somebody who overheard you Kuna mtu alikusikia in the YouTube kwa YouTube, that you are traveling, na anajua kama unatosafiri, and even they investigate to know which kind of an aeroplane you are going with. na anachunguza, najua ile ndege utasafiri nayo. They will go and wait for you there. Wanaenda kukugoja kwa airport, As you just come out, na ukitoka tu kwa ndege they will tell you, we are waiting for you. wanakwambia tumekugoja wewe. God has instructed us. Mungu ametuongoza We sisi, are going to take care of you tutakushughulikia for wewe. the 15 days that you are going to be here. Siku 15 tutakazokuwa hapa, You are going to be our guest, wewe utakuwa mgeni kwetu, and we are going to host you in anything that you want. tutakushughulikia kwa kila aina zote. Remember, I had some plans with some people. Maybe unaona nina mpango na watu wengine I tofauti. had good plans with the people. Nina mpango mzuri na watu wengine, That this is where I'm going to stay. na hapo ndipo nitaenda kuishi, This is where I'm going to be. hapo ndipo nitakuwa. This is my hotel where I'm going to stay. Hii ndio hoteli ambayo nitakaa ndani. And unfortunately again, Na kwa ghafla binifu, God had another plan, Mungu analeta mpango mwingine, because he didn't want any glory to be taken by anybody. hataki utukufu wake uchukuliwe na mtu mwingine. Because the people whom I had planned with, Wale watu ambao naweza kuwa na mipango they na are wao, the members of this church, ni watu tu wa hili kanisa, the online members. watu ambao ni wa They mitandao, had planned good things for me. wamepanga vitu vizuri kwangu, They had planned to take me to eat nyama choma somewhere, wamenialika pale ni to kule nyama, make me just live like a king. nikae kama mfalme. But God wanted me to live like a servant. Mungu anataka nikae kama mtumishi tu, And that is the call of Joseph. na hiyo ndio mwito wa Joseph. And the call of Joseph is a bit not good and handsome to you. Na mwito wa Joseph si mzuri na si wa And kupendeza. as I look at things, I see most of you are going through the call of Joseph. Na watu wengi nao waangalia na wanaendea mwito wa It Joseph. is not a pleasant call. Si kitu ambayo inapendeza. Let us look at the book of the Psalms 105, Kitabu cha Zaburi 115 verses 16 mstari wa 16 up to 20. mpaka mstari wa 20. Then you will discover Utaweza kugundua that the call of Joseph, mwito wa Joseph it is something that was premeditated, ni kitu something that was organized by God, kitu kilichokuwa kimepangwa na Mungu, something that you cannot be able to run away from, kitu ambacho hauwezi ondokea, something that God had planned, initiated and organized. kitu ambacho kilikuwa kimepangwa na kimewekwa. So what happens to you, Kile kimefanyika you kwako only find yourself there ni kujipata, ulijipata pale and you become a robot. na umekuwa kama tu kama kikaragozi tu. You just walk because God is telling you to work. Unafanya kwa sababu Mungu You alikupa, do things not as per your plan, si kwa sababu ya mpango wako, but as the plan of God. lakini kwa mpango wa Mungu. In the book of Psalms 105, please, Kitabu cha Zaburi 105 the Bible says, na Biblia inasema in the verse number 16, mstari wake wa 16, he called down famine on the land. Are they? Moreover, nisome? Okay. Moreover, he called for a famine, for upon the land he brake the whole staff of the bread. Verse 17. He sent a man before them, akatuma mtu mbele yao. even Joseph, who was sold as a servant. Hata Joseph aliyeuzwa kama mtumwa, God called for a famine. Mungu akaleta njaa. God called for a disaster. Mungu akaleta baraa Many years before. ile ambayo haipo mbeleni. But before the disaster came, Kabla ya baraa kuja, a man by the name Joseph had been prepared. mtu anaitwa Joseph akawa Because when Joseph went there to the king to interpret the dream, wakati
Joseph alienda kutafsiri ndoto ya mfalme. He was long time born. Alikuwa mifupa ambayo imeoza. He was long time born. Alikuwa miaka hiyo amezaliwa. He was born long time ago. Alizaliwa miaka hiyo ya zamani. He was not born during the disaster. Hakuzaliwa wakati huo wa njaa. He was born alizaliwa long time ago, like 40 years ago. Miaka kama 40 imepita. And the preparation of the famine, na kukandaliwa kwa njaa ile, it was 40 years to come later. Ni miaka 40 iliyokuja baada hiyo. So Joseph was prepared. Joseph akaandaliwa around 50 years before. Kama miaka 50 kabla ya. That you will become the savior. Utakuja kuwa mkombozi of this nation. Kwa taifa hili. Not nation of your land. Si taifa yenu. A nation far away. Taifa la mbali ambalo si. A nation that you don't belong to. Taifa ambalo si taifa la. So when the famine came, wakati njaa ilipotukia, a man to come and counter the famine was already prepared. Mtu ambaye alikuja ndio aokoe alikuwa he was ametayarishwa. existing. Alikuwa ametayarishwa. Before the famine came, kabla ya njaa kuja, Joseph was existing. Joseph alikuwa tu. And that is the bad side of the calling that you have. Hiyo ndio hatari wa mwito uliokuwa nao. You are existing because of a problem you don't know. Uko hapo kwa sababu ya shida ambayo hauijui. You are existing because of a challenge that is come 10 years to come. Hapo kwa sababu ya changamoto zinakuja miaka. You are existing because there is something so strong that you will have to counter. Unakana unaishi kwa sababu ya mambo yaliyo mbele kubwa. So the wars you be going through, hiyo ndio inafanya upitie mbali. The wars, the vita, the wars that you be going through your life, vita ambazo unazipitia kwa maisha yako, are wars that you don't understand the direction. Ni vita ambazo hauzielewi mwelekeo wake. Because what you be fighting 10 years to come, kile ambapo umekuwa ukipigania miaka 10, what you be fighting, kile utakachokuwa unapigana kwa 10 years to come, miaka kama 10 na kuja, you don't understand it. hauielewi. So you don't have a formula. Haujui ufahamu ya hiyo. What you be fighting, kile utakachokuwa unakipigania, you don't understand. Hauielewi. How strong will be your enemy, jinsi ambavyo watakuwa, you don't understand. Hauielewi. How skillful is your enemy, jinsi walivyo na ufahamu, you don't understand. Hauielewi. Which land does your enemy live, ile taifa maadui wanaishi, you don't understand. Hauielewi. How powerful they are, jinsi walivyo na nguvu, you don't understand. Hautaelewa. How planned and organized they are. Ile mipango walionayo dhidi yako. You are just born, wewe ulizaliwa and you prepared, na ukaandaliwa, you are prepared ukawa andaliwa into a war kwa vita that you don't have a formula. vita ambazo That is hauzielewi. why most of you Hivyo ndivyo wengine who are wetu called wameitwa are completely confused, wamechanganyikiwa, because you are called kwa sababu umeitwa on a front that you don't understand. kwa kitu ambacho haukifahamu. You are called Umeitwa on an enemy that you don't kwa understand. adui ambao hauelewi. You are called Umeitwa on a power that you don't kwa understand. nguvu ambazo In hauzielewi. any case, Kwa njia yoyote it is not existing. haitaweza kuendelea. It is not existing. Haitaweza kuendelea. It is not existing. Haipo. The war that you are about to go to, Vita ambayo unaiendea it is not existing. haipo tena. Nobody even is imagining that there will be a war. Kuna mtu hata anafahamu kama kuna vita. When you are born, Ulipozaliwa only God knew ni Mungu alijua tu this gentleman ya kwamba mtu huyu is going to be in a fight. yeye atakuwa kwa vita Some 40 years to come. miaka kama 40 na Some kuja. 70 years to Miaka come. 70 na kuja. And when you are born, Na ulipozaliwa God does not tell you hata kwa about the war you will encounter. ya kwamba kuna vita utaingia ndani yake. What God does, Ile kitu Mungu hufanya, He opens some doors. anafungua malango, He opens some doors. anafungua milango, He opens some doors. anafungua milango mingine. No, He opens some doors. Anafungua milango emwe. milango emwe. He opens some doors Anafungua milango mingine that will cause you to get in trouble. inafanya uingie kwa mashida na matatizo. When you are coming up Utakapokuwa unainuka during the training of a Joseph, wakati unapofundishwa kama Joseph, God does not open the doors of blessings. Mungu afunguari malango ya baraka. He opens the doors that will hurt you.
anafungua milango ya kukukwasa. He always opens doors Anafungua malango zingine that will hurt you. itakao kukwasa wewe. Not doors that will become a blessing to Si you. milango tu ya baraka. Sometimes you will find yourself, nobody is liking you. Utajikuta hakuna mtu anakupenda. That nobody want to be associated with you. Kuna mtu anataka kujihusisha na wewe. That you are praise worshiping and then you are moved to become something else. Umekuwa muibaji, umeingia kitu kingine. That you are preaching and you have been moved to something else. Umekuwa ukihubiri na umeingia kwa level nyingine. That you have been a farmer, you have moved to another country. Umekuwa mkulima, umeenda kwa taifa and begin a new life. Na unaanza maisha mengine. A life that you never prepared for. Mpango ambao hauko umeupangia. That is how God deals with Joseph. Hivyo ndivyo Mungu alivyodeal na Joseph. He will never open a door that will make you happy. Hatafungua mlango ambao utafanya ufurahie. Until to where God wants you to be. Na mpaka uwe mahali Mungu ataka uwe. It is tears. Ni kilio na majozi. There is no happiness for a Joseph. Kuna furaha na kuchangamuka kwa Joseph. Until you get into the center of command. Mpaka utakapofika kiwango. Until you get to where God wants you to be. Mpaka ufike mahali Mungu ataka uwe. The rest of your life will be crying. Maisha yako mengine yote ni kilio. Because every single door God will open for you. Kila mlango ambao Mungu atakufungulia wewe. It is a training door. Ni mlango wa kukufunza. Joseph had a dream. Joseph akawa na ndoto. And in this dream, na kwa hili ndoto, he saw a star. Akaona nyota. And several other stars. Na nyota zingine kando. And these other stars, they were worshiping this one star. Hizi nyota zingine ziliabudu hii nyota. Remember, Joseph was a beloved son of his father. Juu ya kwamba Joseph alipendwa sana na baba yake. He's a guy that father liked most. Ya kwamba Joseph alipendwa mno. That was another door that was not good for him. Huo ni mlango mwingine haukuwa mzuri kwa Joseph. When you are loved by your parents and others. Wakati umependwa hivyo. And you are younger than them. Na wewe ni mdogo kwa wao. There is a door that will be open to you. Kuna mlango utakufungukia. That will cause severe persecutions. Kutakuwa na mateso na dhihaka ndani. Hatred. Na kuchukiwa. Neglect. Mambo ya kutengwa. And many things will happen around you. Vitu vingi vitakutokea. Because they think. Kwa sababu walifikiria. You are more preferred than them. Wewe ndio unafaa kuwaliko. That's a door that is not pleasant to you. Huo ni mlango ambao hautakupendeza. Number 2 door that opened. Namba ya pili mlango kufunguka. He had a dream. Akawa na ndoto. And this dream. Na ndoto hii. He said to others. Akasema kwa wengine. He told his brothers. Akaambia ndugu zake. He told his father. Akaambia baba yake. And in the dream. Akoma na ndoto. It was a dream that defined his course. Ni ndoto ambayo. A dream that defined what he will become. Ndoto ambayo ilionyeshana kile atakachokuwa. It's a dream that defined him. Ni ndoto ambayo ilionyeshana. A dream that revealed to people this is the man. Ndoto ambayo ilionyeshana yeye ndiye mtu. Because he saw several stars. Kwa sababu aliona nyota nyingi. That were bound down. Zilizoabudu chini. To one star. Kwa nyota moja. And when he told his father about this Jacob baba yake. The father asked him. Baba yake Jacob akamwambia. Kwani utakuja kututawala mwana? And you mean you will lead us? Wewe unaoneshana kwa gatwatha mundu huyo. If that has ever been said to you by your mother. Kitu ambacho hakijasemwa na. If that has ever been said to you by your mother. Kama siku moja ilisemwa na mama yako. Or your father. Ama baba yako. Or your teacher. Ama mwalimu wako. Somebody elder than you. Mtu ambaye ni mkubwa kukuliko. You are living in a curse. Unaishi kwa laana. Kwa gatwatha mundu huyo. Kayo gatoga mundu tulio haha. Kayurari wa kurathimwo. Kawana mundu wa girathimika. Haya kawana nehiri atia. Kwani umekuwa mkubwa aje? That is a door. Huo ni mlango of a generational curse. Ni mlango wa generation laana hiyo. That will cause you to suffer. Itakufanya uteseke. Unimaginable suffering. Mateso ambayo hautaelewa. I want to say it in Kikuyu. Ndenda kuwa tena Kikuyu. Kae
It is a disbelief. Ni kitu ambacho hakiaminiki. It's a disbelief from your father. Ni kitu hakiaminiki na baba. Because he never expected you. Hiyo hakuwa anakitarajia. That you can be that. Ya kwamba utaweza kuwa hiyo. What his father did. Kile baba alifanya. He was able to interpret. Alijaribu kutafsiri. No, he was able. Aliweza kutafsiri. He was able to know. This is not ordinary son. Oyo ti mwana wa kawaida. He was able to know. Aliweza kujua. This son huyu mwanangu is going far. Oyo nerathie kurayo. At the end of the day, siku moja tu, me and my children, we shall bow down to him. So it's like he was asking, akawa anajiuliza, even me, hata mimi, your father, baba yangu, I bow down. Nitaabudu wewe. That is how he released the curse. Hiyo ndio alichowazichilia kama laana. And a few days later, na siku chache baadaye, the brothers planned for the murder. Ndugu wakapanga mauaji. Previously, basiku baada, no, before that, baada ya hiyo, before his father said, kabla baba yake aseme, they hated Joseph, walimchukia Joseph, but they never had a thought of killing him. Hawakuwa na mawazo ya kumuua. They never had a plan to kill him. Hawakuwa na mpango wa kumuua. But when the father opened the door of killing, wakati baba alifungua mlango wa kwani utakuja kututawala, he opened the door of killing. Akafungua mlango wa kifo. The brothers decided now to kill him. Ndugu za Joseph wakapanga because they have realized through the father, walielewa kupitia baba, that this is not an ordinary citizen of this world. Ndugu wetu wa kawaida huyu. This is one character that is very dangerous to us. Huyu ni mtu aliye na tabia. So they decided to kill him. Wakapanga kumuua. As they were planning to kill him, walipokuwa napanga kuua Joseph, they dug a pit, walichimba shimo, where they will throw him. Mahali watakapomtupa. His younger brother, yule ndugu yao mdogo, came and saved him. Akaja kamuokoa. And what did he say? Na alisema nini? Instead of killing this man, baada ya kumuua ndugu yetu, why can't we sell him? Kwa nini tusimuuze kwa hawa? Because of the door that his father opened, kwa sababu ya mlango baba alifungua, another door of being sold has opened. Mlango mwingine wa kuuza umefunguka. And they said, why can't we sell him? Kwa nini tusimuuze huyu? Because of the power of the tongue of the father. Kwa sababu ya maneno ya ulimi ya baba. Already the tongue of his father, ulimi wa baba, had prepared people to come and buy him. Uliandaa watu wakuja wauzie. No, they were planning to kill. Walikuwa wanapanga kuua. They were not planning to sell. Hawakuwa wanapanga kuuza. So they didn't know where, they didn't have a plan or anything to sell. Hawakuwa na mahali ama kitu kingine ama mahali wanaweza. So they were not looking for a marketplace. Hawakuwa wanaangalia mahali pa kuuza. Because they knew there is a pit. Wanajua kuna shimo where they are going to bury him. But because of the power of the Father, and the power of the anointing upon him, instead of the pit, a buyer was presented. And this buyer, the buyer were presented after they had an intention of selling. That is when the buyer was activated. Had they not intended to sell, the buyers could not have passed through that route. But when they activated the spirit of selling, the buyers were presented. And immediately money was put into the pockets of the buyers. The buyers had no plans to buy a human being. They had money that they were to use along the way as they were going. But immediately an activation of selling, an activation of buying came, and an activation of money came. This is when the anointing from God is operating in you, and the anointing of the destiny killer operating in you. When these two
anointing are operating, wakati anointing hizi mbili you zinapofanya walk on a string. unatembelea juu ya kamba, You walk in somewhere that is so tiny, unapitia mahali ambapo ni very tight. because either way you can be flipped. Kila pande zote unaweza anguka, You can go that you can die, unaweza kufa, you can live, unaweza ishi, you can be sold, unaweza uzwa, they can stop selling you. wanaweza kosa kukuuza. Something will happen Mambo inaweza fanyika as you are moving towards the call of Joseph. unapoingia kwa mwito wa Joseph. It is a two-sided sword Kuna pande mbili za panga, that if you push it unaposukuma to any direction, kwa njia yoyote you will be hurt. utagwaluzwa. Whether you are walking with God, Kama unaotembea na Mungu you will be hurt. utaguzwa. Whether you are on the side of the devil, Kama uko pande nyingine you will be hurt. utaguzwa tu. Because what is happening to you, Kile kinachofanyika kwako, nobody has power hakuna mtu ana uwezo to kill you, kukuua wewe, to destroy you, kukuharibu wewe, because you are carrying, kwa sababu ya kile umebeba. you have a pregnancy Una mimba ile that is carrying ambayo inabeba a salvation uokovu of some people somewhere. kwa watu mahali fulani, And this salvation na uokovu will happen 10 years to come, itafanyika miaka 10, will happen 50 years to come, miaka 50, will happen 60 years to miaka come. 60 na kucha. So no matter who is handling you now, Haijalishi ni nani anayekukamata, you will not die, hautakufa, but the challenges will be more. mapito And yatakuwa. as you move closer to where, Unapoendelea mbele, as you move closer unapoendelea to ukaribia your destiny, kwa hatima yako, challenges become more, mambo yanatokea, they become powerful, unaendelea kuwa they become so destructive. inakuja hadi They plan to kill you, inataribu kukuua, they plan to destroy you, wanapanga they kukuharibu, plan to bring you down, wanajaribu they kukuleta chini, plan to gun you down, wanataka kukupiga they kichwa, plan to obstruct you. wanataka kukuangusha. But more you move, Unapoendelea, because you don't move on your own, hauendi peke yako, you are moved by God. unapelekwa na Mungu. They will have planned to kill you, Wanaweza kuwa na mpango wa kukuua, but God will have planned people to come and buy you. Mungu atasababisha watu wakuja wakununue. Then you will be taken to Potiphar's house. Utapelekwa kwa Potifa, Then you will perfect your work in Potiphar's house, utafanya kazi nzuri kwa nyumba ya Potifa, because the knowledge you have, kwa sababu ya ule ufahamu ulionao. you have a big knowledge Una ufahamu wa kiwango that will cha juu. cause everybody even to admire you. Utafanya kila mtu akutamani, And then the wife of Potiphar, mpaka mke wa Potifa, the spirit of his father, roho ya baba yake entered the woman, the wives of the Potiphar's wife, itaingia kwa mke wa Potifa, and the woman will decide to bring you down hata mke wa Potifa atajaribu by kukuleta doing things that are not right. kwa sababu ya mambo ambayo si sawa. Sometimes Wakati mwingine we are made to do things, tunapanga kufanya we are coerced to be in situations, tunaingia kwa mambo, we are made to get into situations tunaamua kuingia kwa hali zingine because of our desperate kwa moves, sababu ya shida tulizo nazo, because life has become so kwa unbearable, sababu maisha yamekuwa because magumu, things are not working, mambo haiendelei sawa, because your businesses are not working, kwa sababu biashara yako your haiendelei, marriage is not working, ndoa yako and haisimami, nothing and everything has na stopped. kila kitu kimesimama. You find yourself in a compromise situation. Unaingia katika hali ya kupatana, That kukubaliana. is when you are a woman. Hivyo ndivyo mume yule. That is when you are a woman, Wewe ni mwanamke and the situation is so hard for you, na maisha yamekuwa magumu kwako, and you think your body can be able to help you come off the situation. unafikiria mwili wako utakusaidia kutoka kwa hiyo hali, You find yourself in it, unajipata ndani ya hiyo and hali. you find yourself explaining to yourself, Unajaribu kujieleza wewe. after all, God will understand. Mambo haya Mungu ataelewa. And that is the life Hiyo ndiyo maisha of a Joseph's calling, Joseph calling hali hiyo. that you will get into situations Utaingia kwa hali zingine that are not pleasant, ambayo haitakupendeza, that will disconnect you from God. itakuondoa kwa Mungu, Not because you had the purpose of disconnecting yourself from si God, kwa sababu na mpango wa kujitoa kwa Mungu, but because the situation has been so painful ni to kwa you. sababu hali imekuwa mbaya sana. Things
are not working. mambo haifanyike iendelee. You've tried everything, but everything is not working. Umejaribu kila kitu na kiendelee. That is the Joseph's calling. Hiyo ndio mwito wa Joseph. It is so painful when you are called Ni chungu sana to unapoitwa become a Joseph. kuwa Joseph. Because to become a Joseph Kuwa Joseph is to be able to dominate foreign lands. ni kutawala nchi ya ugeni. To go and subdue the people in the foreign land. Kwenda kutawala na kuleta chini watu wa nchi mgeni. So for you to become that man that will be able to capture a foreign land, ndio uweze kuwa mtu atakayekuwa mji ule. you must go the process. Kuna process utakayoipitia. A process that is tough. Na hatua zile ni ngumu mno. A process that is not good. Ni hatari na ni ngumu sana. I am telling you, when you are being raised as a Joseph, Kama umeinuliwa kama Joseph, you must be prepared. unapaswa kuandalika. You must be prepared to face these challenges. Utaandalika kupitia mateso na dhihaka. You must prepare yourself for these challenges. Utajitayarisha kupitia mambo yale na mateso. You must be prepared to face these challenges. Utaandalika. Prepare. Prepare to face these challenges. Because these challenges, kwa sababu hali hii, they will not part from you. haitakuondoka. And be warned. Na unaonywa mno. Because when you are a Joseph called, kama una mwito wa Joseph, there is no going back. hakuna kurudi nyuma. You will not die. Hautakufa. You will not move from this church to another church. Hautaondoka kanisa hili mpaka lingine. You will be made to stay there umefanywa ukae hapo until you get to where God wants you to be. mpaka ufike mahali Mungu anataka uwe. Joseph's calling is controlled by God. Mwito wa Joseph unatawaliwa na Mungu. It is not controlled by man. Hautawaliwi na mwanadamu. Even your bishop cannot be able to help you. Hata askofu wako hawezi kukusaidia. Your pastor cannot be able to help you. Mchungaji wako hawezi kukusaidia. Your husband cannot be able to help you. Mume wako hawezi kukusaidia. Your wife cannot be able to help you. Mke wako hawezi kukusaidia. You will struggle. Wewe utangengana. You will struggle. Utangengana mwenyewe. There is no escape route. Hakuna mahali pa kujiepusha. There is no escape route. Hakuna route ya kuescape. You must persevere. Utavumilia because you must get to the end. Utaenda mpaka ufike mwisho. The wrong thing with Joseph calling, kitu ambacho ni kibaya na mwito wa Joseph, is because it is only you who has been called. Ni wewe tu ambaye umeitwa for that purpose to come 40 years. Kwa ule mpango wa kufika kwa 40. You are the only one born. Wewe tu peke yake umezaliwa for that purpose. Kwa mpango ule. So even if you try to die, hata kama utajaribu kufa, God will preserve you. Mungu atakuhifadhi. Even the devil himself, hata shetani mwenyewe, will not allow you to die. hata kuruhusu ufe. He will not, because he got no permission. Hata kuruhusu kwa sababu hana ruhusa to make you die. Kukufanya ufe. You will take that marathon. Utajaribu kunywa dawa. It will be a Coca-Cola. Itakuwa kama coca. You will take that rope. Utachukua ile kamba. It will be a string, that sweater string. Itakuwa kama ule kamba ya sweta. Nothing will happen. Hakuna kitu kitatukia. You try to go and die somewhere. Utajaribu kwenda ufe mahali where you don't know. Mahali ambapo haujui. But nothing will happen. Hakuna kitu kitatukia. Because only you. Ni kwa sababu wewe peke yako. Only you. Wewe peke yako. You were born. Wewe ulizaliwa. Because of that role. Kwa sababu ya hiyo. Nobody else was born alongside you. Hakuna mwingine alizaliwa kando yako. That things can happen. Kwa ili mambo ifanyike. Joseph, yes, he has messed. Joseph alikosea ndio. No, we can take Elkanah. Tunaweza mpeleka mtu mwingine. We can take John. Tunaweza mpeleka Johana. No other replacement. Hakuna mtu mwingine. No spare part for you. Hakuna spare part yako. No spare wheel for you. Hakuna spare wheel yako. Along the road. Kwa hiyo njia. Along the road. Hiyo njia yote. You will be squeezed. Utafinywa. 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 Until you become that vessel. Paka ule kile Mungu anataka
uwe. that God wants Kile Mungu anataka to use for the purpose. kutumia kwa mpango wake. Because you have a good purpose. Kwa sababu na mpango mwema. And God has a good plan na for Mungu you. ana mpango mwema. And this plan is you who only has the password. Na ni wewe tu uko na password ya It is mpango. not with anybody else. Haina mtu mwingine There yeyote. is no pope to be taken to be replaced with a dead pope. Hakuna pope kwa yule You ambaye are the only pope. ni yule tu pope. And you must survive. Na lazima uishi. And you must make it. Na lazima Whether you like it or not. Upende usipende. You must make it. Utafanya. Tell your neighbor you must make it. Umwambie jirani yako utaweza. You must conquer. Utakonka. Whether you like it Upende usipende. or you don't. It does not matter to God Jalishi kwa how painful you will go through. uchungu How they are going to reject you. Kile How watakacho they are going to fight you. Venye watapiga. Where they are going to sell you. Mali watakufa. Whether you are going to prison. Mali utaenda kwa It does not matter to God. haijalishi kwa He Mungu. doesn't care. Haijalishi He kwa can't Mungu. even blink. Yes. He'll just look at you Watakuangalia. as you are facing Wakati unao your knife. kile As unachopitia. you are facing Kile unachokumbana. pain. Uchungu. As you are facing Kile unachopata. the difficulties. Uchungu na ungumu. It does not. Haijalishi. The Joseph calling. Joseph, mwito wa Joseph. It is a ruthless calling. Ni mwito ambao ni mwito Because mgumu. it is so unfortunate calling. Ni mwito ambao ni wa ghafla tu. Because you call you are alone. Wewe umeitwa peke yako. Nobody else. Hakuna mtu mwingine. So even if you try to run away, Atajaribu kuyapaepa you kidogo. run away and then discover you have gone to the right track. Utatoroka lakini utakujua kwamba umepotea njia. You will get the people who will buy you. Utapata watu watakununua ukihepa. And now you'll be taken far away. Utapelekwa mbali. You are trying to hide in a bush. Unajaribu kujificha. In that bush you find people who are going to buy you. Kwa ile bush utapata watu wakununue. Then you are taken to Potiphar. Unapelekwa kwa Potiphar. The Potiphar now you get the suffering. Unakuta pale mateso kwa The Potiphar. first hand suffering. Mateso yale. You try to make some noise. Unajaribu kupiga kelele. The Potiphar's wife Na mke wa Potiphar takes away the G-string anajaribu kukunasa. and cuts it into pieces. Anaikata tu kwa sehemu. To tell the king. Kumwambia mfalme. To tell the police commissioner Potiphar. Kumwambia afisa mkubwa. This idiot. Huyu mtu You brought in my house. uliyemleta kwa nyumba. See what she has done. Angalia venye amenifanyia. My thing is broken. Amelalua vazi langu. This deserves to die. Huyu anapaswa kufa. Kumbe God is preparing Kumbe Mungu anapanga for you to repatriated ili wewe uweze kuingia to another position kwa level nyingine of strengthening. kwa kupatiwa uwezo na nguvu. Be taken. Unapelekwa. You are being taken Unapelekwa mbele to another level kwa kiwango kingine of testing. ya kujaribiwa. Another level Kwa kiwango of kingine hardening. ya kufanywa kuwa mungumu. But because God is so good, Kwa sababu Mungu ni mwema. the man was arrested Mtu yule and alikamatwa. he was taken to prison. Akapelekwa jela. Now I want you to see, Nataka uweze when kuona you are called in a Joseph calling, umeitwa na mwito wa Joseph. you are never taken where others are taken. Hautapelekwa wengine mahali There wanapelekwa. were several prisons. Kuna jela nyingi. There were several prisons. Kulikuwa na jela nyingi. But this man Joseph, Huyu mtu anaitwa Joseph, who is a foreigner, ambaye ni mtu mgeni, was not taken to an ordinary prison. hakupelekwa kwa jela tu hivi He hivi. was taken to a royal prison. Alipelekwa kwa jela kubwa. So no matter the life, Carol, Haijalishi no maisha, matter the struggle, haijalishi it's kung'eng'ana a royal struggle. ile ambayo una struggle. That is one thing you need to appreciate God. Hiyo ndio kitu unapaswa For kuappreciate. the people facing the Joseph calling, Wale watu wanapitia mateso they ya go through a royal treatment. wanaingiwa kwa kiwango cha juu. He was sold to people who are connected to the royalty. Aliuzwa kwa watu ambao ni wakubwa. Because
these people knew Potiphar. Watu hawa walijua Potiphar. So they knew this we are going to take to Potiphar. Wakajua huyu mtu tutampelekea So Potiphar. God will prepare Mungu atatandaa a situation that you are not going to really suffer. hali ambayo hautateseka sana. You are not going to be overstressed. Hautang'ang'ana sana. You will be stretched with comfort. Utaingia pale na comfort kiasi tu. You be finward with some comfort. Utafinywa tu lakini kuna rehema kidogo tu. Yes, you will face it. Utapitia tu. But eventually you will be taken somewhere, you will be taken care of. Utapelekwa mahali tena. So Joseph was not taken to any other prison. Joseph hakupelekwa kwa jela ordinary. He was taken to a royal prison. Alipelekwa kwa jela za Where kiwango cha juu. people from the royalty are taken. Watu ambao ni wakuu wanapelekwa. Because his connection was royalty. Kwa sababu connection yake ilikuwa loyal. He didn't have a connection of the meandering people. Hakuunganishwa na watu wa kiwango. His life was not for the low class people. Kiwango chake si kiwango cha watu wa chini. His calling is for the mighty and strong. Mwito wake ni wa ukuu na mambo makubwa. So the Josephs are not called for just ordinary things. Joseph hakuitwa kwa mambo ordinary. I'm saying the Josephs are not called hawaitagwi for just ordinary kwa things. vitu tu za kawaida. They are called for a preparation. Wanaitagwa kwa vitu vimeandalika. Because of the kingdom. Kwa sababu ya ufalme. Because of the power of God. Kwa sababu ya njia za Mungu. Because of what that is going to shake the world. Kwa kile Mungu ataweka neno lake atadhibitisha. The reason. Kwa sababu hii Joseph had to see the star. Joseph angeona nyota. That is the reason. Hiyo ndio sababu. Joseph had to dream. Joseph angeota ndoto. That is the reason. Hiyo ndio mpango. Joseph had to be hardened. Akafanywa because all that was going through him. Kile alichopitia yote was because of producing a king. Kwa sababu aliachilia ufalme. Because all that he was going through. Kile alichokuwa akikipitia. All that he was going through. Alichokuwa akikipitia. It is because of preparation. Ni kwa sababu ya kuandaliwa. Of producing a king. Na kuachilia mfalme. Is producing a king. He was going through. Alikuwa akipitia. Because he was to be produced a king. Alikuwa aachilie mfalme. Afanyike mfalme. Afanyike mfalme. The reason for him going through. Kile kilichofanya apitie. It is because of what that was there. Kwa sababu ya kile kilichokuwa pale. It was not ordinary. Vitu ordinary. So when you are facing the Joseph calling. Wanapopitia Joseph calling. It is not because of today. Si kwa sababu ya leo. It is because of your tomorrow. Ni kwa sababu ya kesho yako. Because you are going to become a king. Kwa sababu utakuwa mfalme. You are going to become a leader. Utakuwa kiongozi. You are going to become powerful. Utakuwa mtu mkubwa. You are going to become rich. Utakuwa tajiri. You are going to conquer mountains. Utaweza kuweza milima. That is why. Kwa sababu hiyo. God is preparing you. Wanakuandaa. In a manner the time you reach there. Kwa sababu utakapofika pale. You will not have pride. Hautakuwa na kiburi. You will know this is the work of God. Utajua ni mkono wa Mungu. You will know this is the hand of God. Ni mkono wa Mungu. You will know this is the spirit of God. Utajua hili roho ya Mungu. Had it not for God. Na mambo yote yanatokana na Mungu. Had it not for God. Wakorotigai. Ogorotigai. Had it not for God. Kama si Mungu. I will not have reached here. Singefika hapa. Because in the first instance. Kwa sababu ya ile ya kwanza. My brothers had the power to kill me. Ndugu zangu wangeniua. My brothers were many. Ndugu zangu walikuwa wengi. My brothers were strong. Ndugu zangu walikuwa na uwezo. They had the weapons. Walikuwa na silaha zote. They had everything. Walikuwa na chochote. They could have killed me. Wangeniua. But look, alas. Angalia sisi. It is not. Si kwamba what they had prepared. Kile walichokuwa wamekipanga has happened. Ikafanyika. When they had planned to kill you. Walipopanga kukuua. God had a plan to you to be sold. Mungu akafanya uuzwe. When this woman had a plan to make you die. Wakati mama alifanya ufe. There is a plan for Potiphar to go and take him to prison. Potiphar akapanga kumpeleka jela. Because Potiphar. Kwa sababu Potiphar was the commissioner of police. Yeye alikuwa mtu mkubwa kwa serikali. He has flying squad. Alikuwa na watu wakubwa. He has a GSUs. Akawa alikuwa na watu na askari wenye nguvu. Furthermore. Pigia mchungaji makofi. This is not easy. Ona kulio guo. Furthermore. Ona kulio. Aro washo Yesu.
Furthermore, ona kuri ogwo Potiphar, Potiphar, the woman that was offended, mama yule aliyetumika, is a woman of a police commissioner. ni mwanamke wa askari mkuu. I want you to imagine, Nataka uangalie hii. you are a wife of a person, Wewe ni mke wa mtu and you hear a servant na umesikia mtumishi tried to rape your wife, anajaribu taka kuguza mke wako, and you have the gun with you, na uko na buduki kwa mahali, and you have the powers with you na uko na uwezo na nguvu to make the matter worse. kufanya hiyo mambo, To make the matter worse, guthukia muno. kudhukia mno, To make the matter worse, kudhukia mno. this is a foreigner. Huyu ni mtu ambaye ni mgeni, He is not even a Kenyan. si mtu Mkenya huyu. He is a foreigner. Ni mtu mgeni kwa taifa. He wanted to eat the cake that you enjoy. Anataka kula keki ile wewe unafurahiaga. I wish he could have done it peacefully, lovingly. Sijui kama ungeifanya kwa upendo na kwa upole na kwa utaratibu. But now this man Na sasa huyu mtu wanted to grab the cake alikuwa anataka kuchukua na kwa forcefully. kuichukua na nguvu. And I am the police commissioner. Na mimi ni askari mkuu. If it were me, Hata kama ningekuwa mimi, I would have shot that man. ni kumpiga kichwa tu. Remember, Kumbuka, the spirit of the father, ile roho ya baba he killed. Ekayoretwatha. iliua. That is a spirit of killing. Ni roho ya kuua. Then he faces the brothers Naye akakutana ndugu zake who wanted to kill him. wabao walijaribu kumuua. The spirit of killing. Roho ya He kuua. came and faces the Potiphar's wife. Akaja akakutana The wife that wanted him to die. yule mama alitaka The spirit of killing. roho ya kifo na mauti. So this spirit does not come today because it has come today. Roho sio duno kwa muthi todo no muthi. It is a spirit that follows you from your Ni parents. roho ambayo inakufuata kutoka kizazi kwa What did the kizazi. parents say about you? Kile wazazi walichosema kukuhusu. What did the parents say about your calling? Kile asharia kumagulira mwito wako. What did the parents say about what you become? Kile lile asharia kumagulira kiroga. Was there any blessing upon your life? Kuna maudumu kile muturire That is why you see normally we go home wakati mwingine tunaona tunapoenda to nyumbani seek from our parents. kutafuta mawaidha kwa wazazi. Might it be there is a time Maybe kuna wakati they called you Nuhi? walipokuita ndugu wewe. Maybe there is a time Maybe kuna wakati they called you Kerimogeki. walikuita mjiga wewe. Maybe there is a time Maybe kuna wakati they said you are nakiri. mema walikwambia maybe I wewe. know parents here. Na najua wazazi If wengine. you have ever never said to your child such a word, Ogoro wanalia kiuka mwele. if you have never said such a word to your child, Ogoro wanalia kiuka mwele goshi. anyone that is negative, Kiwokyo the negative. lift up your hand. Wago kwa kuna hiyo. If you have never mentioned a negative word to your sons or Ogoro daughters, wanalia kiugo tagia kiru. wakorwo nduri waria kiugo kia kuruma mwana, Wago kwa igoro. lift up your hand. Nduri waria, Hujawahi ongea. hujaiambia mtoto mjinga hii toka hapa. Only hujawahi kabisa maisha yako. Mpigieni makofi, wapigie hawa. Wapigie makofi hao. Nyinyi wengine wote Aya giothe. organize to bless your children, Paga kubariki watoto. because there is a door you opened. Kwa sababu kuna mlango uliofungua. The struggles they are going through, Mateso watoto wako it wanapitia. is you who is the cause. Ni wewe ulisababisha. Those words, Haya maneno. those words you say, Yale maneno they uliyosema were too small, yalikuwa they were madogo. too ordinary, Ni maneno tu rahisi tu. but they registered somewhere. Ikanakilika mahali. Because this man could be a Joseph. Huyu mtu kama angekuwa Joseph. This man could be, Maybe huyu he is a Joseph. ni Joseph. And now what you have opened Na to this kile Joseph, umesema na kinywa it chako is the spirit of death. ni maneno ya kifo na All through is the spirit of death. kwa maisha yote anafuatwa na kifo. This is very important. Hii ni jambo ya muhimu sana. You see what Joseph went through. Umeona kile Joseph alipitia. Instead of him being killed, Badala yeye kukufa, he was arrested aliwekwa jela. and taken to prison. Alikapelekwa gerezani. The good thing
everything, still God was walking with him. bado Mungu alitembea na yeye. Despite the challenges, Hata kama mateso, God was walking alongside. Mungu alitembea na Joseph. Where he will fall, Mahali angeanguka, God will lift him. Mungu angemuinua. This God is merciful God. Mungu ni Mungu wa huruma. For that man that is able to understand, Ili mtu yule apate kuelewa, the person who is upright in the spirit. mtu ambaye ameinuka kiwango cha juu kiroho. For a Joseph to succeed, Ili Joseph apate you kufaulu, must be upright in the spirit. lazima uwe kiwango cha juu kiroho. You must be connected spiritually. Unapaswa kuwa umeunganishwa kiroho. Because if it were me, Kama ingekuwa mimi, Apostle Dora Waruigi, Apostle Dora Waruigi, and Potiphar's wife na Potiphar's wife comes and tells me, akuja ananiambia there is a forest cake here. kuna a forest, kuna hapo mambo hivi. A forest cake. Yes. Yeah? Eh. A forest Eh. cake. Yes. Aniambie. I will have asked God, are you, is it not you here? Hapa si Mungu wewe umetumana hii. Is this not a breakthrough, God? Si breakthrough na mateso ambayo ninakuwa No, is this not a breakthrough? hii si breakthrough, si No, leo. I am in a foreign land Niko katika nchi ya ugeni and I don't have a passport. na sina passport I don't have a visa. na sina visa, And this is the wife na huyu ni mke wa kiongozi of the king, wa mfalme, of the police commissioner who can just call for a passport to find you in the house. askari ambaye anaweza shughulikia passport. And there is a relationship that is growing. Na kuna mlango wa mahusiano A umefunguka. good relationship Mlango wa mahusiano umefunguka by only eating a cake. ni kukula tu keki tu, And the relationship comes up. na uhusiano And I get every privilege of na life. nipate kila kitu chochote ninachohitaji. Hapana. A Kenyan pastor. Pastor wa Kenya, A Kenyan pastor. mchungaji wa Kenya, A Kenyan apostle. apostle wa hapa Kenya. Yeah? Atamalizia. That's a good one. Hiyo ni mzuri. You find an opportunity. Unapata nafasi, You are walking down there. unatembea kule There chini, is a man with a Range Rover. kuna mzee ana Range Rover. Then as you were stepping towards the steps, Unapoteremka pale kwa you stair, miss step 1. unapitia step You moja, miss step 1. You miss step 1. una miss step moja, Then you fall down. unaanguka chini. Then the Range Rover man Na mtu aliye na Range Rover calls you, honey. akwambie pole, I'm sorry, mrembo, I'm pole, sorry. What pole, happened to you? Pole. Oh, honey, Pole. I'm sorry for this. Then he holds you Na kushike na mkono into his car na kuigishe kwa gari for a first aid. na kwa kama akuangalie. And you had come to see Apostle Na ulikuwa umekuja kuona apostle to borrow some money to pay for your rent. akupe pesa za kulipa nyumba. And God has presented Na Mungu ameleta hapo an kuguru. opportunity. Kuguru imekuja hapo. An opportunity. Nafasi imefunguka. And where does he take you to hospital? Na nataka kupeleka hospitali. To Nairobi Hospital. Nairobi Hospital. Where you be taken with a royal treatment. Mahali taangaliwa kwa kiwango cha utawala. Then he decides, Na aamue, because you are alone, na kwa sababu uko peke yako, can I take you to my place? naweza kukupeleka nyumbani kwangu rest, pumzika. You rest for a day or 2. Ukae siku 2-3 Then you nikiwa will be gari. taken back home. Alafu nikupeleke nyumbani. And then you remember Na ukubuke your house is locked. nyumba yako uliacha kama. And you remember in the Bible there is a verse. Na ukubuke kwa maandiko. When one door shuts, Mlango moja ukifunguka, another door opens. mlango mwingine unafunguka. When one door shuts, Na mlango moja ukifunguka, another door opens. mlango mwingine unafunguliwa. And the Shiko is here, Na Shiko yuko hapa. bearing a new door. Na kuna mlango mpya. What could you do? Hallelujah. That is incredible. Hiyo ni kitu. That is so powerful. Hii ni kitu kubwa na It uwezo. is something beyond. Ni kitu And it has caused many anointings to go down. imefanya watumishi wengi wanaupako waende chini. You need to be a Joseph. Ili uweze kuwa Joseph, Your mind, mawazo yako, your preparedness,
kuadalika kwako. You must be upright with God. Unapaswa kuwa umeuganika na Mungu. When Joseph was presented with a cake, wakati Joseph aliletewa hii mambo na mke wa he Potifa, didn't see the cake. hakuona hiyo cake. He saw where he is going. Aliona mahali alikokuwa na. So the spirit in Joseph roho iliyokuwa ndani ya was Joseph awake. ikainuka. Tap your neighbor. Gusa jirani yako. Tell your neighbor, Mwambie jirani yako, your spirit roho yako must be awake. lazima iinuke. They will torment you. Itakuweka They will chini. fight you. Itakupiga. They will fight you. Watakupiga. They will bring you down. Watakuleta chini. They will do everything possible. Watafanya vitu vyote. But if your spirit is awake, Kama roho yako itakuwa imeinuka, they will not be able to touch you. hawataweza kukuguza. No battle against you Kuna vita dhidi yako. that he will conquer you. Itakuweza They wewe. will put you into prison. Watakuweka gerezani. But still, Lakini God will send people with dreams. Mungu watatuma watu na ndoto. They will put you in prison. Watakuweka kwa But gereza. still, Lakini God will cause people to come and listen to you. watakuja kukusikiza. Why? Kwa nini? Because you are not able to betray the cause of God in you. Hautaenda kinyume na mwito wa Mungu. Just stay intact. Kama umeungana. Just stay intact. Ingia kama It umeungana. is for a time. Mambo ni mateso It ya is muda. for a few days. Hii ni ya muda mdogo It mno. is not for a long time. Si ya muda mrefu. Very soon. Siku chache. Very soon. Siku chache tu. You will call for them that betrayed you. Utawaita wale waliokusaliti. Because when the dream came, Wakati dilimu itakapotimia. when the big day came, Wakati hiyo siku kubwa itakapofika. the dream came to the king. Ndoto ikaja kwa mfalme. And the dream nobody was able to interpret. Kuna mtu angetafsiri ndoto. All this time Wakati huo wote of Joseph suffering, mateso ya it Joseph is because of one dream. ni kwa sababu ya ndoto moja. All the time you've suffered Shiko, Mateso yote umeyapitia it is dada yangu. because of one dream. Ni kwa sababu ya ndoto moja. Not two dreams, Si ndoto mbili. not three dreams. Si ndoto tatu. One dream Ndoto that moja is carrying your key, ambayo imebeba that is carrying your gate, imebeba that is carrying your success, imebeba that kushinda. is carrying where you are going, Imebeba mahali that is unako- carrying what you are going to become. Imebeba mahali But the Potiphar's wife is there mke wa Potifa to yuko. come and stop this king. Kuja Your wanyamazishe brothers are there ndugu zako to wako. come and stop this king. Ili wanyamazishe The hii. people around are there. Watu wako pale. The jailers are there. Wako pale akina Jaira. They come and stop this dream. Ndio wasimamishe But hii. if you stand firm Lakini and ukisimama walk firm na usimame and juu know this firm, na usimame I want to assure you, kanikwambia I want to promise you, no kanikuhakikishia matter what they say, hajalishi no wanasema matter what they plan, hajalishi kile no wanafanya matter what they do, hajalishi kile wanafanya one dream. Tell your neighbor one dream. mwambie jirani yako ndoto Tell your neighbor one dream. ndoto Tell moja your neighbor one dream. ndoto moja He's carrying my key. imebeba He's carrying my password. imebeba One dream. ndoto He's moja carrying my password. imebeba One dream. ndoto He's moja carrying my password. imebeba I am weak today ninagoja leo because I'm not yet there. najua I am weak today. ninagoja I leo am not yet there. nitafika But pale tomorrow, lakini when kesho my dream comes, wakati ndoto when my dream comes, elimu yangu I will be there. itakuwa pale. Oh, you who is persecuting me. One dream. Someone say one dream. It's carrying my password. One dream is taking me there. One dream will conquer you. One dream will cause my father who caused my troubles to be me. Fanya baba aliyefanya mipango ikose kufikia. One dream Ndoto moja will cause my brothers who wanted to kill me fanya ndugu to zangu come where I am. wako na mahali niliko. One dream will cause those that hated me to be where I am. One dream will cause the king of this country Itafanya mfalme wa nchi to give me his mantle anipatie utawala without a vote. bila He will give me a mantle without a vote. The people of the nation
nation watu wa ile nchi will not go to vote because even the ID I don't have, even the passport I don't have, sina pasipoti, even the money I don't have. hata pesa What I have is a dream. kile ninacho ni What I have is a kile dream. ninacho ni One dream. One dream. One dream. One dream. That is enough. hiyo That one dream inatosha. is enough for me. Ndoto hiyo All what I need to do inatosha. is to persevere. Ni kuvumilia, Is to persevere. kuvumilia, Is to persevere. kuvumilia, Is to persevere. kuvumilia. What they say I don't care. Sitaki kujua. What they say I don't care. Nasema sitaki kujua. Where they say I don't care. Nasema sitaki. Where they take me I don't care. Direna kumi na kile marauga. You need that one dream. Unahitaji ndoto hiyo moja. Not many people around you. Si watu wote walio karibu na That wewe. one dream. Ndoto moja tu. This is the only person that was never elected, Huyo ni mtu mmoja tu ambaye hakuchaguliwa, but he ruled a foreign nation. akiwa katika nchi ya ugeni, The person who never went to the processes of immigration. ambaye hakuenda kwa ofisi za When you have a Joseph calling, aliye na mwito wa Joseph. you don't need to go through the processes of man. Haupasi kutembea kwa njia za wanadamu. The process of God is final. Process ya Mungu yatosha. The process of God is final. Njia za Mungu zatosha. You don't need man to vet you. You don't need man to say about you. You don't need man to come and approve you. You need to live your dream. Unahitaji ndoto. Just live your dream, and you will be there where you want to be. You become the prime minister in a foreign land. The king, Mfalme. the king said, Mfalme akasema, had it not for the protocols. hakuna haja ya mpangilio. No. Yes. Wewe takupeleka shule. Had it not, kama hakungekuwa na itifaki. Kama hakungekuwa na Itifaki. Yes. Sio itikaki. Had it not, put your hands together. Hallelujah. Had it not, Kama hakuhitaji protocols. tiga nimetaratara. Tiga nimetaratara. Had it not for the protocols, Tiga nimetaratara na mifago hiyo. even this seat I'm sitting on, Ile kiti nimekikalia. I could have given it to you. Nikekupa wewe Joseph. When the power of God, Wakati nguvu za Mungu, when the process of God enters you, wakati unabii wa Mungu, and then you persevere the process, unapovumilia yale all magumu, protocols are broken. mipango yote inavunjwa. Every protocol in your life Mpangilio yote is broken, inavunjwa. because God will work with his program. Mungu atafanya na God mipango. will work with his processes. Mungu atapanga na mipango. Because why God will work with processes? Wakati Mungu anapanga na mipangilio yake. Why will God? Why? Kwa nini Mungu afanye na mipangilio yake? Because he has taken you Kwa sababu ya maana ngetaka kukupeleka through his process, kwa mpangilio and wake, his process is superior na mpangilio wake to unatosha other processes. kwa mipango mingine. His process Process, mpangilio yake is superior. Iko juu. Is superior iko than juu any other process. na The doors that you thought can never be opened, kupitia mlango ambao ungehitaji the ufunguke. process of God has the master key. Njia ya Mungu ina funguo. The land you thought you cannot go, Ile nchi ambayo unafikiria haungeingia, the land commissioner to that place is God, yule kiongozi anaitwa and kule. he will cause everything to work. Anaitwa kwa sababu yako. Remember, he told the children of Israel, Aliambia wana wa Israeli start a journey. ya kwamba alipoanza njia, He told them to start a journey, aliwaambia waanze and safari, they began a journey. na wakaanza safari. They began a journey. Wakaanza safari. He knew very well Alijua kabisa they are going through a desert. wanaepitia He jangwani. never warned them there is no water. Hakuwaonya kwamba hakuna maji. He waited for them Aligoja wao start the journey waanze safari, and face the wrath. wapitie mangumu. As now they became thirsty, Walipoingia kwa mfungo and they became thirsty,
na wakaanza kuwa na kiu. That is the time Huo ndio wakati God created the well. Mungu alitengeneza kisima. The well is not created before you begin the journey. Kisima hakifanywi kabla haujaanza It safari. is created when there is that need. Itatengenezwa kwa sababu ya hitaji hilo. Joseph, He was not to be sold. Alizaliwa, He was not to be sold. hakuwa auzwe. But Lakini when they decided to sell, walipoamua kumuuza, a buyer was brought by God wanunuzi wakaletwa na Mungu just to save Joseph. ili waokoe Joseph. When the wife of Potiphar Mke wa Potifa was planning to kill this man because of her shame, alipokuwa anataka kumuua sababu ya shame, God entered into Potiphar Mungu akaingia Potifa and instructed Potiphar, take this man where he can have safe custody. akaambiwa mpeleke gerezani. That is why he had safe custody. Akawekwa mahali. So the jail you are in today, Ile jela uko ndani yake leo, it is not demonic jail. si jela ya kishetani, It is a godly jail. ni jela ya kiungu. Because God is preserving you. Ili Mungu akuweke pale kuhifadhi. While in prison, Ndani ya gereza, God knew this man is a foreigner. Mungu alitumia huyu mtu wa And nje. for those people that have gone to prison like me, Wale ambao walikuwa wafungwa when you kama are in prison, you depend on your money and your knowledge. ukiwa gerezani unatumia pesa zako na hekima yako. You need to know how to survive. Lazima ujue jinsi ya kuishi. The 52 times I've been to jail. Na kwa sababu amewekwa gerezani. The 52 times I've been to jail. 52 years ambao nimekuwa kwa jela. It is about how you plan yourself. Ni jinsi utakavyojipanga You must mwenyewe. be smart here. Utumie akili, we smart. Otherwise you are going to open your other side. Utafunguliwa kule. You are going to open you because of food. Si kwa sababu ya chakula. Because food there is for a few people. Chakula ni cha watu wachache. If you don't know how to use your brain to get food, Kama utaweza kutumia akili there are kupata. those who takes much food from others Kuna wengine wachukua chakula so that they can sell that food hiyo wapate kuuza kile chakula using the other route. wakitumia njia ile nyingine. So many people they become gays in prison Kule wanakuwa gays kule gerezani because of the stomach. kwa sababu ya njaa. Because 2-3 days you don't eat, Siku 2-3 haujakula and then you are carrying something that can give you food. na umebeba kitu kinaweza kukupa chakula, Then you give it out unapeana tu, because in any case it is not helping you. kwa sababu kwa siku chache utajikuta It is haikusaidii. a discharge. Sivyo It mama, is not helping you. haikusaidii. So you release for food Unaachilia kwa sababu ule because you also know the food will pass through the same route. yes, That's the pain that they go in prison. ni uchungu mno kwenda And gerezani. this thing could have happened to Joseph. Hii mambo yote maybe ilifanyika kwa Joseph. It could have happened. Kama ingefanyika kwa Joseph, And God knew na Mungu alijua these things do happen. hii mambo inafanyikaga, Do happen in prison. inafanyikaga kwa gereza. So what did God do? Mungu alifanya nini? He created dreams to many people in prison. Alifanya watu wengi waote ndoto kwa gereza. And Joseph interpreted every dream Joseph naye akawa na kipawa akata interpret ndoto for a pay. kwa sababu ya For kulipia. every dream he interpreted, Kwa kila ndoto aliyoitafsiri there was something he was paid with. kuna kitu alichokuwa nalipwa nacho. So irrespective of the challenge, Kwa sababu ya ile vitu, irrespective, hata haijalishi, mapito, every step of your life, kila hatua ya maisha yako it is taken care of by God. inashughulikiwa na Mungu. If you are keen enough, if you are keen enough to observe the processes of God, Kama utakuwa makini kuangalia njia za Mungu, you will realize that God has been taking care of you in a manner that you do not understand. utajua Mungu anakuchunga na anakuangalia kwa njia ambazo hauzielewi. Because God protects his own. Mungu huwalinda watu wake. So while Joseph was in prison, Wakati Joseph alipokuwa gerezani, people started dreaming. watu walianza kuletewa ndoto mingi. The moment you get into where God wants you to be, Wakati tutakapoingia mahali Mungu anataka uwe, you will start becoming a solution to a problem. God will create a problem
utaweza kuwa jawabu kwa shida za watu mahali pale. God will create a problem. Mungu atasababisha kuwe na mashida. And you be given the solution by God. Na wewe utapatiwa jawabu na Mungu we solution. And immediately the problem is created. Na wakati shida zinapotukia, you find you are solving the problem. Wewe utakuwa na jawabu kwa mashida. Doors will open for you. Mlango utafunguliwa kwako. Because God wants you to eat. Mungu anataka ukule. And he will cause those people to suffer. Atafanya wale watu wateseke. So when they come to you, watakapokuja kwako, you give a solution. Unawapatia jawabu. They give you their money. Watakupatia pesa. And that is how God na hivyo ndivyo will work to make you successful. Atakufanya ufaulu. You are not going to die. Hautakufa. You are not going to die. Hautakufa. You are not going to die. Hautakufa. Even if you want to die, hata kama utahitaji kufa, you will not die. Hautakufa kabla ya wakati. God, kwa sababu Mungu, because God, kwa sababu Mungu has a reason, ana sababu for you to survive, ili upate kuishi. Meanwhile, utajua Kisugu mzee. Meanwhile, kidogo tu. Simpigie mchungaji makofi. Meanwhile, ona kuri oguo. Meanwhile, today, God is actively raising. Mungu bado anainua. Is raising Josephs. Anainua Joseph. I can see many Josephs here. Ninaona Joseph wengi kwa madhabahu. And I can feel the pain they are going through. Ninasikia kwa roho uchungu. I can feel the challenges they are facing. Ninasikia changamoto wanazozipitia. It is not good. Si vizuri. But I sympathize with you. Lakini ninaona. Because nobody will help you. Kwa sababu hakuna mtu atakayesaidia. Because you are a process of God. Kwa sababu katika njia na nobody can help anybody. Hakuna mtu anaweza kukusaidia. Who is in the process of God. Ambaye ako katika njia za Mungu. Nyumba itafungwa shiko. Nyumba ndeko higwa shiko. But you still live. Na no ugotura. Amen. For you to be a Joseph, ndio uwe Joseph, you require years of preparations. Utahitaji miaka ya kuadalika. For you to become a Joseph, ili uwe Joseph, you require years, not months. Unahitaji miaka, not months, si miezi. Years of preparation. Miaka ya kuandalika. It will take time for you to be prepared. Itakuchukua muda kuandalika. If you think you are through when you came here, kama utafikiria utakuwa through ukiwa hapa, maybe I'm Potiphar's wife. Maybe umefika kwa Potiphar. I'm taking you to prison. Ninakupeleka gerezani. The next moment you find yourself in prison. Maybe kwa muda mfupi utajipata gerezani. If you thought you are okay, ukifikiria uko sawa, maybe I am with your brothers digging the pit where we're going to bury you. Mimi nitakuwa ndugu, maybe nikupeleke mahali utazikwa. You have to be prepared. Unapaswa kuadalika. For you to become. Ili upate kuwa. Number 2. Number 2. You must face rigorous tests. Utaweza majaribio mengi. You must face rigorous tests. Utapitia mitihani mingi. And of these tests are so provocative. Na hii mitihani itakuwa ngumu. Provocative, yani ni ya madharau. Ni ya madharau tu. You are just going through a test that is madharau tupu. Mitihani na majaribu ya madharau. Something that you thought this man could have done it. Maybe ukafikiria huyu mtu amepitia hiyo. But what he is telling me, lakini kile anachokipitia is not reasonable. Si kitu ambacho inasafahamika. It's not reasonable at all. Haifahamiki hata kidogo. But they are forcing you to do it. Inakusukuma kufanya. But because you are a Joseph, na kwa sababu wewe ni Joseph, God will give you a dream. Mungu atakupatia ndoto. And you will see how to do it. Na utajua venye kufanya. Number 3. Number 3. Become. Kukua. For a Joseph to become into you. For a Joseph to germinate into you, ili Joseph apate kukua ndani yako, you must be a dreamer. Lazima uwe mwotaji ndoto. You must be a good dreamer. Lazima uwe mwotaji mzuri. Not once. Na si mara moja. More than once. Mara zaidi ya moja. You must be a dreamer. Lazima uwe mwotaji not once. Na si mara moja. But many times. Mara nyingi. Number 4. Number 4. For you to become a Joseph, ili
ufanyike kuwa Joseph, you must be a provider, lazima uwe mtwaliaji both spiritually kiroho and materially. na asili. You must be able to help people. Unapaswa kuwa You must be able to bring solutions to unapaswa people kuleta jawabu kwa watu in the spirit, katika roho. and also when you come physically, Hata wakati kuja kwa you asili do things that can help people. unafanya vitu za You kusaidia watu. change how they are supposed to think. Unabadilisha mambo. You make them live the way they are supposed to live. Unafanya waishi jinsi And wanapaswa. number 5, Number 5, you must have a profound understanding. lazima uwe na ule ufahamu. You must be somebody who has an understanding. Mtu ambaye ana ufahamu. You don't push things down the throats of people. Haupaswi kuleta You chini. must sit down with everybody and listen to everybody. Unapaswa kukaa chini na You kusikiliza. don't condemn anybody because he has or she has been accused. Unapaswa kumhukumu mtu sababu Listen to the accuser lazima usikize. and listen to the accused. Lazima Be able to understand. ndiposa upate kuelewa. This man, yes, fornicated. Mtu huyu ndio alifanya But dhambi. what was the challenge? Ni nini ilimfanya? When this woman, everybody accused her Mama huyu ameshtakiwa for the fornication. kwa sababu ya uzinzi. Jesus had the Yesu understanding. alisema He hivi, called them all akawaita and wote he told them, na akawaambia, whoever that has never done this, uliotaliweka wihia let be first to throw the stone. awe wa kwanza kutupa mawe. And nobody was there to throw a stone. Hakuna mtu aliyetupa mawe. But there's one question that begs me a lot. Lakini swali moja najiuliza. It is not that I'm not a Christian. Si kwamba mimi si Mkristo. I am a Christian. Mimi ni Mkristo. But it keeps me Inanifanya asking me another question. niulize swali lingine. Did Jesus himself throw a stone? Yesu mwenyewe alitupa mawe? He didn't throw a stone. Hakutupa mawe hata yeye. Because on one hand he was a human being. Kwa mpango alikuwa mwanadamu. In another hand was a God. Kwa mkono mwingine alikuwa Mungu. So these places he went and fitted Aliingia na akaweza to kutosheleza become a human being, to fit the human being nature. ili awe mtu aweze kuingiana na And then there mwanadamu. are some places he fitted. Kuna mahali kwingine aliingia He was a God and reasoned like God. akawa Mungu na akafikiri na akafahamu kama That Mungu. is why you find sometimes he is doing what he did not do yesterday. Unapata hafanyi Kenya alifanya jana. Not that he is a fool, Si kwamba ni mjinga, but he has a profound understanding. kwa sababu akona kiwango cha kuelewa. So he understands people. Anaelewa watu. A church like this one, Kanisa kama hili, full of people injured, their hearts are injured. watu ambao wamekwaswa, wamekwaruswa. Because there is no person here who doesn't have an injury. Kwa sababu hakuna mtu ambaye hajakwaruswa. As a leader, you require a high IQ Kama kiongozi unapaswa kuwa na akili to timamu, be able to understand everybody. kupata kuelewa kila mmoja. Because these people, they have challenges. Watu hawa wana majaribu mengi, They have bitterness. wako na uchungu. And they think, when I saw Shiko, and Shiko looks like the one that offended me, Na kiangalia Shiko na Shiko niangalie kama mtu I will come and provoke Shiko. atakuja mwingilie. If I don't have the understanding Kama sitakuwa na ule ufahamu that I am operating through a depression, ya kwamba kuna depression, I will fight that person that provoked Shiko. nitapigana yule mtu aliyemwini. Instead, I will call Shiko, listen to her, Na lazima niambie Shiko, msikize mtu huyu, and then I listen to the other person. na nisikize pande Then nyingine. I'll know where to draw my parallels. Nitaweza kuamua mambo haya. That is the quality of a good leader. Hiyo ndio You kiwango cha juu. don't destroy everything, Usiharibu kila kitu. because there is it could be true, Inaweza kuwa ni kweli. but you don't kill a child because the child has been accused. Dukorage mwana tonea dhitago. You find a way Jira to solve this thing, kura maundu maya mo. because we are here to save one another. Tuko hapa We are here to become a blessing to each one of kuja us. patue baraka za wengi. Nobody here doesn't have a problem. Na hakuna mtu wako hapa hana baya na shida. Me, I have more problems than you. Niko na mashida kukuliko wewe. If the roll call was to be called today Kama inaweza itanwa and leo. Jesus stood there, Kama Yesu asimame I pale. am sure my name might miss. Maybe jina langu haliwezi. I am sure my name might miss. Ninaweza naamini Because the challenges I have kwa sababu mapito are ninayo many. ni mengi. Sometimes they provoke me into bitterness. Wakati mwingine wanani, Sometimes they provoke me into hating. wakati mwingine wanani, Sometimes they provoke me into crying. wakati mwingine nafanya Sometimes they nini? provoke me to say it's like there's no God. Karibu niseme hakuna Mungu. But when
I sit down, wakati napoketi chini, I realize who I am. ninakumbuka mimi ni nani. I go down Ninaenda chini and tell God, namwambia Mungu, I am sorry. I'm very sorry. I have done this because of bitterness. Nimefanya hivyo sababu ya machungu ya moyo. Father, Mungu, God of heaven, Mungu wa mbingu, I know you know how to forgive. unajua jinsi ya kusamehe. And I know you know me by the name. Unanijua kwa jina. You've brought me from far. Umenitoa mbali. Please God forgive me. Mungu nisamehe. Please God forgive me. Nisamehe. I will not repeat it again. Sitarudia tena. 1 hour later, Lisali moja tu, then I repeat the same mistake. ninajikuta nimerudia yale makosa. So imagine God comes that very hour. Ona Mungu kama angeweza kuja wakati He will look at the book and says, you are forgiven 1 hour. ulisamehewa. Now you have done it again. Na sasa umenirudia. We cannot do business this way. Hatuwezi fanya biashara namna hii. But the God who is in heaven, Mungu aliye mbinguni, He is telling you, anakuambia forgive that has offended you msamehe yule aliyekukosea 7 times. mara 7. 7 times. Mara 7. 7 times. Mara 7. It means continuously forgive them Kuendelea kusamehe na and continuously impress them, na kuendelea continuously bring them together, na kuendelea kuwaleta pamoja, because these are the children of kwa God sababu hawa ni watu wa Mungu and they deserve your hand. na wanahitaji, They deserve your favor. wanahitaji, They deserve your name. wanahitaji wewe, They deserve you. wanakuhitaji. So you must be profound, have profound understanding. Lazima upate kiwango cha kuelewa. In this church, Katika hii huduma, I have, let me check this. How many are they? wacha 1, 2, nichukue 3. hawa. They are 7. Wako 7. These people, Hawa watu unawaona. only this. Hawa tu. If I leave them to Waziri, Nikipata niwaachie waziri, I will come and find they were killed like yesterday. mimi nitakuta waliuawa kama jana wote. Because if I can describe these people, Nikianza kuelezea hawa watu, this is a no-nonsense person. huyu ni mama ambaye hajui. Whatever she thinks is right is right. Kenya naona ni sawa, You anafikia either bend or go. either unyenyekee ama uende. So before you start accusing her, Ukianza kumhukumu huyu, understand where does she come from. uanze kuangalia ametoka wapi. You know this is a Mumero. Huyu ni Mary. The one who will tell cut that person. Mkate ile ule Then you come to ask what did he do? alifanya nini? When the head is there Kichwa ikiwa and the pale body is there, na mwili uko pale, that is when you come to ask. utakuja kutuuliza. So you need to understand her Unapaswa kumuelewa and define a way to walk with na her, uweze kujua jinsi ya kwenda because we naye. will not kill her. Hautamuua. You find this mother. Unaangalia huyu mama. Mother is a person always who looks for sympathy, Ni mama anataka because she has never been loved. She's looking for somebody to love. Anatafuta mtu wa kumpenda. She's looking for love from everybody. Anataka kupendwa. So she will always be a chocolate lady. Yes. She will always be always wanting to be helped. Anataka tu Anything she has, kile alicho she will be playing victim. anaomba tu. Always. Always. So you need to understand the background. What is causing her to be like that? You come to Asense. Unakuja kwa Azeze. Asense is a former criminal. Ni criminal. Like me. Asense is a Muslim. Yeye ni Muislamu. Where he has come from. Mahali ametoka. Asense wanted to become Al-Shabaab. Yeye angekuwa Al-Shabaab. So you can imagine, Unaweza imagine if you offend Asense, sasa unaanza what reaction do you expect from this man? unatarajia nini kutoka kwake? He might hit you Anakugonga. and then he remembers he's in church. Atakumbuka ako kanisani. This lady here, Huyu msichana unamuona hapa. this is Adadi's daughter. Huyu ni mtoto wa baba. This lady, Huyu this is a very dangerous lady. Huyu ni mtoto. It's Adadi's daughter. Huyu ni mtoto wa So always daughter and daddy. Yes, mtoto na. So you offend this daughter, you are a man, Amen. she will hate you. Atakuchukia. So you need to plan. Lazima uangalie. Thank you. You need to plan Lazima uangalie. and know this. Na uangalie uone hii. This is how they operate. Hivi ndivyo wanavyofanya. This is how they operate. Hivi ndivyo Then wanavyofanya. you bring them together. Utalete You pamoja wote. become a father. Utakuwa kama You baba. take care of them. Utawachunga wote. Knowing this one is a crook, like this one is a crook. Utaona huyu ni mwingine naye hapa. This is a crook. Huyu ni crook. You can see even the chairs are Unaona refusing. sasa hata kiti. Yes, put it there, put it there. Amen. Thank you, mommy. Yeah. This is a crook. Huyu ni And mwingine. this is kaa chini. And how This is not a crook. usi crook. This one likes shopping. Anajaribu
So you come and stand here unasimama katikati to stop this one from this one. utajaribu kuzuia huyu kwa huyu, Because this one, kwa sababu huyu, this is her character. hii ni tabia yake. This is a polite woman Huyu ni mama mpole who does not want battles. hataki vita, She wants peace. anataka amani. She's one that recorded on the TikTok. I want peace. And I want the peace. She wants peace. Anataka But amani. this one don't want peace. Na huyu hataki amani. So you'll have to come as a father, Utakuja kama as a leader. kama You kiongozi. stand in between them. Usimame katikati yao. You tell her, Unamwambia huyu dada, she looks like the head has a problem. kama kichwa yake haiko sawa. Can we start praying for her? Si tuanze kuombea huyu. Then you will engage her to pray for her. Then you come back to this. Unakuja kwa huyu. You tell her Unamwambia that this lady is very annoyed with you. yes. She can kill you. Anaweza kukua. So stop interfering with her. Sigiane naye sana. Then she will create some fear into her. Utajenga. But while you let her pray for her, Unamwombea. that is how you build a team. Utajenga team. A team that will be full of love. Group ambayo itakuwa A na team that will be full of caring. ambayo iko na And everybody na kwa kila mtu will feel at home atasikia kwa in nyumba. this home. Katika nyumba This hii. is a home. Hii ni mbo. This is a home Hapa ni nyumba. where every one of us Kila mmoja wetu is equal to another one. anapaswa You may see that, you may look at yourself and see like you are so good, unaweza jiangalia na unawe ni mzuri kuliko and wengine. you start inciting others against somebody else. Unaanza kupiganisha hawa na hawa. Don't see that lady. Unaona yule dada? Yule dada yule. With the way I see her praying, Venye namuona venye naomba. that looks like an agent. Ni kama agent ya shetani. And you are the agent. Na You. wewe ndiye agent wa If shetani. you see somebody backbiting the other person, Unaona mtu anamwendea that who is backbiting is an agent, huyo anamwendea mwingine because he is causing some warfare, anasababisha vita. so that people will fight. Watu wapigane. When the fight begins, Vita ikianza, she will go somewhere anaenda and mahali. watch from a distance Anaangalia akiwa kwa ubaya. what she has initiated. Kenye ameanza. That is now the agent Huyo sasa ndiye who comes to tell you about others. kuja kukwambia. That is the agent of the devil. Huyo ndiye agent. That is a person you need to deal with. Lazima wewe And upigane. stop that Na person. usimamishe yule And mtu. tell that person, Na uambie mtu, get out of my way. ondoka kwa njia yangu. You are a demon. Wewe ni You shetani. are a devil. Wewe ni That shetani. is what Jesus did to Peter. Hivyo ndivyo Yesu You alifanya. demon. Rudi nyuma. Get out of my path. Ondoka mbele yangu shetani. Tell the demon Ambia shetani, to get back. ondoka uende nyuma yangu. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu Kristo. Then number 6. Namba 7. Be a good steward Kuwa mchungaji mwema of all that you are entrusted to by kwa God. yule ambao umeaminiwa na Mungu. Whomever that God has entrusted you to, Kwa kila mtu Mungu amekwaminia. be a good steward. Kuwa mchungaji mwema. Be a blessing to people that God brought to your life. Kuwa baraka kwa kila mtu Mungu amekuletea. Bless them wherever you are. Wabariki mahali popote walipo. These people are rare to find. Watu wako pale. These people are rare to find. Watu wako pale watafute. These Wapate. people are rare. Watu wako Hawapatikani. hawapatikani. They are rare to find. Watu hawapatikani. To find such people Kuona watu kama that hao they are seated in a church like this one, wameketi kwa kanisa kama hili. and you do not have a cane, you do not go beating them to Na come. haukuwapiga na kiboko waje. They came voluntarily. Walikuja kwa kutaka kwao. When speaking to them, Na wewe kuwa waongelesha. tone down your voices. Yes. Tone down, rudisha sauti yako chini. Shokia mugabo wa kuthi. When you are talking to them, Ulirira uramaliria. tone down your voices. Shokia mugabo wa kuthi. No, they are not here because of you. Ujue hawako They are hapo. here because God commanded them to come. Wako hapo kwa sababu Mungu And aliwaelekeza. God had a reason for them to come. Na wana sababu ya kuja hapo. Toning down does not mean they don't respect you. Kuleta sauti yako chini si kwamba wanakuheshimu. Because you are a big man Kwa sababu wewe ni mtu does mkubwa. not mean the one that you think you are a big man to is a small man. Si kwamba kwa sababu wewe unafikiria mtu mkubwa, si kwamba wewe ni mdogo. You look at them, they are small because they are listening to me. Unawafanya kama ni wadogo kwa sababu wanakusikiza wewe. But in the spiritual realm, Katika ulimwengu wa roho they could be bigger than you. wanaweza kuwa ni wakubwa There are kuliko. people you will interfere with. Ni watu ambao utashiriki. There are people you will interfere with. Ni watu ambao There are people. Kore ado. kolea
wadogo. There are people you interfere with, Kuna watu ambao utainterview na wao and they will cause you trouble the rest of your life. na wataondoa shida na They will cause you watasababisha to wewe suffer kuingia kwa mateso for the rest of your life. kwa miaka yako But mingine. at the look of them, Wakati they unapoangalia were small people. ni watu wadogo wadogo. So be a good steward. Kuwa mchungaji For mwema. you to succeed in this battle, Ili upate kufaulu kwa hiyo you must be the least. lazima uwe mdogo. You must be the least. Unapaswa kuwa mdogo. You must always be small. Lazima uwe mdogo. You must always be there to listen to people Unapaswa kuwa pale usikize and watu embrace everybody, na ulete, whether they are stinking, hata kama ni wadogo wananuka, wananuka, whether they are stinking, hata kama wananuka, whether they don't look like they deserve your class. hata kama unaona hawali, Just give them an accommodation. wapatie nafasi. They are from God, Wametokana na and Mungu. maybe God is testing you, Na maybe Mungu anakupatia and mtihani. that is a taste of a Joseph. Na hiyo ndio mfano wa Joseph. God is testing you. Mungu anakujaribu. That is a taste Ni mtihani. that the Josephs are tested with. Joseph alijaribiwa God nao. will test you all round. Mungu He will test you all atakujaribu in kule. everything of your area. Atakujaribu God kote. will be testing you Atakujaribu to see whether you deserve kama utaonekana what you want Him to give you, kuja na to kukusi see whether you deserve kama the unaweza position you are yearning to have. kile ambacho una He will test you atakujaribu to see whether you qualify. kama He umefaulu. will test you to see whether your mouth is proper. Kama mdomo God wako will test your mouth is called. jaribu mdomo He will wako test your eyes. na He macho will test your ears. He will test your legs. Atajaribu He will yako. test your body. He Atajaribu will test everything. atajaribu kila siku. He tested Joseph, Alijaribu Joseph all parts of his body, kila sehemu ya mwili from the brains, kutoka akili because zake, through the brains we dream, kwa sababu kwa mawazo yako, to his body, kwa mwili wake, the body that the mwili ule kwa Potifa, you will be tested, utajaribiwa, and not one direction, na si kwa njia moja tu, all directions kwa njia zote will be tested. utajaribiwa. So you will fail, you will pass through an exam of your mouth today, Utapitia kwa mtihani wa mdomo wako, but tomorrow na kesho you'll be brought a very beautiful woman utapatana for the other man to be tested also, utajaribiwa tu hivi, because when you are praying kwa sababu unapoomba you say, oh Father, Mungu wa mbingu, I will never fornicate again. sitaweza kufanya uzinzi, I will never, I pray, Father, sitaweza I pray. Baba Mungu, sitarudia. After the mouth has been tested Wakati mdomo umejaribiwa and God agrees with the mouth, na Mungu anakubaliana na mdomo na then he maneno, goes to the other side anaenda pande nyingine where the mouth is not speaking. mahali mdomo A hautaongea, very beautiful girl na msichana mrembo is brought before you, analetwa mbele yako, and then the other man na ule mume decides to stand up na anasimama tu and says, na anasema, wow, wow, what a wonderful woman, waajabu wewe msichana, and say, you look wonderful, anakwambia wewe ni waajabu, you unaonekana, look like a butterfly, unaangalia unakaa kama kipepeo. you know, just when you are passing, Wakati nilipokuwa unapita, my heart just fell in the roho stomach. yangu ikaanguka kwa tumbo pa. Then the man causes you, causes the mouth to fail. Mwili unafanya mwili, Then you repeat the same na unarudia tena until the mouth agrees with the man mpaka mdomo ukubaliane na ule, and the other parts of the body. na mpaka sehemu zingine za mwili. When the eyes and the mouth, the ears and the nose will agree together with other parts of the body, Macho na masikio na mdomo that is zitakapokubaliana, when you become a Joseph. utakuwa Joseph. That's when you succeed in the battle. Hapo ndipo utafaulu kwa vita. Then lastly, Ya mwisho, a true Joseph Joseph wa kweli is embodied, is surrounded ni mtu ambaye amesungukwa with humility, na mtu aliye na uvumilivu, a broken heart mtu mnyenyekevu, and a contrite heart na mtu ambaye ana moyo before the Lord. mbele za Mungu. A true Joseph Joseph wa kweli has humility ni mtu aliye na uvumilivu and a contrite na mtu aliye na moyo and mwenyekevu. what? And Broken. a broken heart and a broken heart and a contrite. Yeah? He is surrounded
mtu ambaye amesungukwa by a broken and a contrite heart, full of humility. mtu aliye na uvumilivu wa kiwango cha For you to succeed ili upate kufaulu into a Joseph anointing, kwa Joseph, kwa upako wa Joseph, humility must be part of your blood. uvumilivu lazima uwe ndani ya mpaka damu yako. Humility must be natural. Kuvumilia itakuwa That kama it becomes natural. ni kama maisha tu, And a heart that loves God, na moyo wa kumpenda Mungu, a heart that is contrite, moyo wa kumpenda Mungu, you will pass utapita mtihani and become a Joseph. na utakuwa Joseph. Praise be the name of God. Bwana wetu na apewe sifa. Praise be the name of God. Bwana wetu na apewe sifa. I want to thank you Nataka kuwashukuru for nyote listening to me, mmenisikiza, because it is very rare. ni kwa sababu ni watu wachache sana. It is very rare. Tikaige It's very rare tikaige to find where people can listen to you. kupata watu kama nyinyi The kusikiza. way I'm looking to you, Wakati ninapoangalia I see people who have understood what I have taught. naona watu ambao wamefahamu kenye nimesema. Is it true? Ni kweli? How many of you have understood? Ni watu wangapi wameelewa kenye nimesema? How many of you have found themselves in the Joseph calling? Ni wangapi wamejiona kwa mwito wa You Joseph? have seen the Joseph calling in you. Umeona Joseph, mwito wa Joseph ndani And yako. now I want you to rise up. Nataka usimame na miguu yako, Because the Joseph calling kwa sababu mwito wa Joseph has caused many people to hurt you. imefanya watu wengi wa And in kukwasi. the process of you being hurt, Kwa njia hiyo ya you kukwasi hated them. uliwachukia. Simama na miguu yako kila mmoja. Rise up, please. Simama tu kwa jina la Yesu. As you went through the Joseph calling, Unapopita mapito ya Joseph na mwito wake, there has been happenings kuna vitu vimefanyika into your life. katika maisha There yako. are people that you cannot talk to now, Kuna watu hauwezi ongelea mpaka because leo what they did to you, kwa sababu ya kile it walichokufanyia. is unimaginable. Ni kitu ambacho hakiwezi. What they did to you, Kile walichokufanya wewe, Shiko, what they did to you, kile walichokufanya I wewe, cannot believe. siwezi amini. Josephine, what they did to you, Kile walichokufanya it is unimaginable. ni kitu ambacho And hakiwezi. as a result of that, Hata sasa my heart roho yangu is paining. ina uchungu, It's paining. ina uchungu. Therefore, I cannot talk to them. Siwezi waongelesha, I cannot talk to them siwezi waongea na wao because I hate them. kwa sababu niliwachukia, Because they offended me. sababu walinichukia, Because they are not right to me. sababu si watu wazuri kwangu. This is the day Huu ndio siku that God sent me. ambapo Mungu amenituma. I remember when I was praying Nilipokuwa ninaomba, while in the palace, nilikuwa kwa palace. and I'm not sitting. When I was in the palace, Nilipokuwa palace, I went in one of the courtyards nilienda mahali tu kwa room moja where I picked the soil. ambapo nilichukua tu mchanga. I have the soil from the palace. Niko na mchanga kutoka palace. I have the soil. Niko na mchanga wa kutoka palace. Shiko, I have the soil from the palace. Nimebeba mchanga wa kutoka palace. You want some? A few? From the palace. You saw me picking? Yes, I carried for you some soil. On Sunday we are going to do a service Jumapili tutafanya ibada. that we are going to connect the soil, the ordinary soil, Tutaunganisha mchanga wa kawaida to the royal soil. na mchanga wa And your life will never be the same na again. maisha yetu yatakuwa the same That again. is why I call upon the intercessory team That's why nimeita and waombezi everybody, na kila mmoja. because while I was picking the soil, Nilipokuwa naongeleshea mchanga, this soil, mchanga huu, the entire of United Kingdom is built. The entire of the United Kingdom was constructed. The entire bũrũri wothe wa England was constructed. Is constructed by the money stolen from Kenya. imejengwa na pesa ambazo zimeibiwa katika nchi It yake. is our coffee that has built London. Ni kahawa yetu imejenga It London. is our tea that has built London. Ni chai yetu imejenga kule It London. is our sweat, my father, my grandfather, my mother sweat that is Ni built jasho ya London. mababu zetu imefanya kule That makao. country belongs to us. Hiyo nchi ni yetu. So
there is no single Kenyan hakuna mtu hata mmoja in the United Kingdom ambaye ako United who is supposed to suffer. ambaye hapaswi The kuteseka. house built there Nyumba ambazo is wamejenga built from the money that was stolen from our coffee. zimejengwa na pesa zilizoibiwa hapa. It is built by the money stolen from our tea. Ni pesa ambazo ziliibiwa kwa chai yetu. It is the money that was stolen by the great fathers of the UK that lived in Kenya. Ni pesa zilizoibiwa na hao They took away our economy. walichukua economy yetu. They went build a World Bank. Wakajenga World Bank. They then did an IMF. Wakafanya mambo hayo yote. IMF. IMF is a body that gives loans Ni mwili ambao unapeana loan to countries. kwa mataifa. And the money they are giving us, Na pesa wanazotupa it is the same money that was stolen from us. ni pesa ambazo ziliibiwa kwetu. The money hidden by politicians who stole money from Kenya. Ni pesa zimefichwa na politicians. They take to Jersey Island. Wakazipeleka Jersey Island. Take them to islands where there is protection. Wakazipeleka kwa island ambazo And the zimekuprotect. money is lended back to us. Na hizo pesa zinarejeshwa kwa Our own money. ni pesa zetu. We are given us loans. Tumepewa And kama we loan. pay Na expensively. tunalipa kwa gharama ya juu. Our brothers in the United Kingdom Zetu waliokula United are suffering. wanaumia, Are suffering. wanaumizwa. Others are in America. Wengine wako They are suffering. wanaumia. Others are in Europe. Wengine wako They are suffering. wanaumia. Yet they are using what is making them suffer Kile kinachowafanya wateseke belongs to them. ni loan kupitia. You are suffering Wewe unaumia because of what belongs to you. kwa sababu ya kile The kilichotoka. devil stole from you. Waliiba kwako The wewe. devil stole from you. Waliiba kutoka Now kwako. the devil is there Ni shetani yako to make hearing. anaangalia, To make hearing you. anakusumekia tu. The devil is there. Shetani yuko He pale. stole things from you. Ibia He vitu is there. ako pale To make hearing you. kusumekia. You look like you are poor man. Wewe unaonekana tu You look like you are a poor Wewe lady. unaonekana mtu You ambaye are not poor. wewe si maskini. You are not born poor. Wewe si You are born a rich man. You are born a rich woman. You own everything on earth. The earth belongs to you. Ndani And yako. nobody Na hakuna mtu, can tunya you. hakuna mtu anaweza kunyang'anya wewe. Hello. Hallelujah. So when I discovered that, Nilipoelewa hii, I carried the soil nilibeba mchanga wa Paris to return our money back, kurejesha pesa zetu to nyumbani, return our heritage back, kuleta urithi wetu nyumbani. to return that which they took away. Kile walichoibia chetu naregesha. I made sure Nilifanya kabisa that the Spirit of God Roho wa Mungu will thrive there. atafanya, Atatawala. atatawala. Then from there, Kutoka hapo I went to a place called Reading. nilikaenda mahali kunaitwa Reading. And in Reading, that's where they have the original, the very first, Ni mahali palipo Reading, mahali ambapo ni the very first devil worshipper church, mahali pana kanisa la devil worship. where the Freemason, the very first that was built. Mahali Freemason church hiyo ilijengwa. That is the mother to the Freemason in Hiyo Nigeria. ndio mother church. In the what is it called? Nyerere Road. Nyerere, hiyo ndio mother church. And the mother church to Macmillan and entire Africa. Iko mother church ya Afrika yote ya I went there. Nikaenda hapo. I had some people that said we can go, Nikakuta watu wanasema we have to go. but they warned me. Wakasema tunahitaji wewe. So many people have died there. Watu wengi wamekufa pale. So many people have died. Watu wengi wamekufa. No, and the people who died, Na watu ambao wamekufa that's what they were warning me. ni wale watu wanahitaji. No, that is what they were warning me. Hiyo ndio kitu hiyo ndio sababu walini They were trying to warn me. wanionye The mimi. people who died there, Watu ambao walikufa pale, they are people that wanted to join, watu ambao wataka kuungana na wale, but they were given as a sacrifice. wakapeanwa kama sacrifice. Now imagine, Sasa nataka uangalie, you are not going to join. wewe hautaungana na wao, You are going to destroy. utakuwa destroyed. Let me tell you, my brother. Wacha nikwambie ndugu na dada yangu, There's a lady who told me, my brother, kuna dada aliniambia ninaweza kukusaidia na everything, no gutaidia na kindu but gyote, hapo lakini hapo eda na usirudi kwa nyumba yako. enda uthie na ndugacoke nyumba yako, Wende ukiedaga. uthie ugithiite biu. Then I told her, can you show me the direction? Nioneshe njia. Fortunately, another lady came.
hapo msichana because mwingine they were about 198 refused completely. walikuwa pale watu ambao walikataa. They said to me, no, Wakasema kwangu wewe ukienda ukimaliza usirudi hapa, wale kiado washoke huko. wewe uende. Yogethia. So one lady from Gataga, Mama mmoja kutoka Katanga. the father was a Mau Mau. Baba yake alikuwa Mau. I love the Mau Mau people Ninapenda Mau. and the Mau Mau blood. Mau blood. It is a daring blood. Watu wale si She waoga. told me iko nini Akaniambia kwani neke nikiwa na komada nikiwa na komanda mimi niogope twende. Todie brene. Then we went. Tulipoenda Once we got inside, it's a bit scary. tukaikia. I felt my legs have been cut. I felt my body is not with me. I could feel I am here, but I could see. I looked at my body. Nilipokuwa naangalia mwili wangu, I could see the body. When I'm here, I was seeing the body. nikiwa hapa naona mwili pale. I turned to look at the lady. I saw my body backward, some 5 meters away from me. Umetenganishwa na mimi. I ran back to the body. The body was running away from me. Mahali mwili uliko. Then I kept moving. Nikaendelea kuangalia. 3 people appeared. Watu watatu wakatokea. 2 women and 1 man. Wanawake wawili na mwanaume mmoja. They came and asked me, what are you doing? I was filming, but I had hidden my camera. Nikaweza kuficha kamera. So I was filming the place, Nikaanza kuingia kwa hiyo sehemu. and as filming, people appeared to me. Nikaona watu watatu wamekuja. Then they asked me, what is it? Wakaniuliza nini? The lady that I was, they said, we thought we are looking for a school here. Tunaangalia shule hapa. We thought it is a school. Tulikuwa nafikiria hii ni shule. Then they said to her, this is a Freemasonry hall. Wakasema hii ni Freemason hall. Oh, I shouted, oh, this is a Hii Freemasonry. Freemason. I come from Kenya, Nimetoka Kenya. and we have it something similar like this one. Ni Kenya kwetu kuna It nyumba looks like our country. kabisa ni kama kwetu nyumbani. Am I allowed to take some photos I take to the people in Kenya? Tuchukue picha. They said yes. That is all what I was looking for. Yes. Wakachukua picha. When you go to a territory, Ukiingia kwa seek maeneo for the permission from them na upatiwe permission na wale that owns. ambao wana You have defeated them. umewashida wote. Then they said yes, you can take the photos. Yes, unaweza piga. I moved to the photos. Piga picha. I moved and then I picked the soil. Nikachukua changa. From there, kutoka hapo I was not breathing from my mouth. siku napumua na mdomo. You can imagine where was I breathing Nilikuwa from? napumua na nini? You can imagine. Unaweza I was breathing from the other side. nilikuwa napumua na macho. They held my neck. Wakachuka. They held until my eyes were. I wish I had a cameraman to be able. You could have seen it. Yes. My eyes. This one was out, Macho yangu and ilikuwa this one was out. Hair was coming from the other direction. But when I mentioned Jesus' name, nilipotaja Jesus they fell down, wakaanguka chini. and I won the battle. Nikashida vita. I had the heavens. Celebrate Jesus. I had the heavens. Nikasikia mbingu. They say the mission is over. Nimeshinda. Hallelujah. Yes, I didn't go to the women. Sikwenda kwa mama. Right today in the morning, Leo asubuhi after they watched something, I don't know whether as we be singing. tulipokuwa tunasifu. No, as we be singing. Tulipokuwa tunaimba. Do you know somebody called Anosike? Anosike. After I did what I did, Nilipofanya kile nilichokifanya. for the first time Anosike was entered into the UK. Ni mara ya kwanza. I want to show you how God operates. Nataka kuonyesha venye Mungu hufanya kazi. You go and type Anosike in UK. Utapata hata Anosike. I wish they could have put it here. Tutaiweka tukimaliza. You see a massive deliverance he did. Utaona They had to look for another hall to be able to feed people. A thing that happened in 80s. People were delivered until Kamuzungu was saying, don't let me fall. Because the spirit was so powerful. Amen. Because London, UK is now free. Amen. UK is free. Amen. So when a Jeremiah is there, Jeremia akiwa hapo, he does what he does. Akafanya venye alifanya. When a John the Baptist is there, wakati Yohana Mbatizaji akiwa, he will prepare. akawa ameandalia. Then Jesus will come. Na Yesu akaja. So whatever that we are doing, chochote tunachokifanya, God has
an answer to it. Mungu ako na jawabu kwa And I'm a hii. proud man Nimefurahia because I have done it in the United Kingdom. nimeifanya huko United. Nobody else on earth has ever done that. Hakuna mtu dunia mzima ashafanya hii. The people who go there, they go pleading for money. Watu wakienda kule wanaombaga pesa. But God told me, I am giving you everything. I was sleeping in a 7-star hotel. Mungu aliniambia atanipatia kile chochote I ninahitaji. never paid for a coin. Sikulipa chochote. I was being shuffled by a limousine. Nilikuwa naendeshwa na I never paid for anything. sikulipa chochote. I entered the palace. Nikaingia pale. Ruto has never entered there. Hata Ruto hajawahi ingia. Yes, now compare me with him. Hebu angalia upime hiyo na Just upime. compare me with him and Na see ulinganishe uone hiyo who is picha. bigger than the other Ni one. nani mkubwa kuliko mwingine? In the spiritual realm, I conquered. I conquered. Shiko. I We conquered. Where they cannot be able to conquer. Tukashinda katika ulimwengu wa roho. Praise be the name. Bwana Yesu na apewe sifa. So when you are still sitting here Unapokaa chini hapa as a local, I'm looking for a very good word kama that is not abusive. You are seated here umeketi hapa arguing for nonsense in this church ukisubuana na vitu dogo dogo hapa when your father is in the palace. na baba yako ako Paris United You are here. na uko hapa. You want to know why is Dorcas is taking phones. Kwa nini Dorcas anachukua simu? You want to know why this man has a microphone and he came to this church the other day. Unauliza huyu mzee anachukua microphone na alikuja hapa juzi tu. You want to you are Maswali dogo dogo tu. no, your father is in the palace. Baba yako yuko United Na wewe kioroke ya mudhurwa na wewe uko Mathare. Mathare where there is no toilet, ambapo hakuna mpaka choo. where we have nylon flying toilets. Wewe mahali kuna ile choo ya karatasi. You poo on the toilet on the nylon. Kwa nylon hapo. Then you tie it. Alafu unaifuga. Then you throw it. Unaisukusha tu kama Then the rain will come. na mvua You put your door outside there to fetch rain water. Doo hapo maji yaingie kwa doo. That is where you are. Hapo ndipo wewe uko. You must be a very stupid idiot. Unapaswa kuwa mtu ambaye You should be dead long time ago. You don't deserve to live. haupaswi kuishi. That distance imeenda sana. Hiyo ni That distance. gap is so big. Hiyo gap ni kubwa sana. For you, I will not be able to help you. Siwezi kukusaidia. That gap is so big. Hiyo gap ni kubwa sana. From here to the United Kingdom. Kutoka hapa mpaka United. From Mathare. Kutoka Mathare. Being on a nylon paper. Kwa choo ya karatasi ya nylon. To the palace. Mpaka Paris. Distance hiyo ni kubwa sana. That's a huge distance for you to be here. Think about it. I would want you, please, find a good place where you fit. Tafuta mahali kwingine kuzuri, mahali utapata. If you are not going to change, Kama hautaweza kubadilika, just find a good place for you to fit. tafuta mahali kwingine ambapo I am utatosheka. not your class, Mimi si wa kiwango chako. and I'm not a father of idiots. Na mimi si baba wa watu ambao wako hiyo. You either run to where I am Ukimbie mahali baba hapo, so that we can reason together, ndipo tuweze kupatana so that you pamoja. can help me to walk this Tuweze kusemezana, and unisaidie help me move. na unisaidie Be niendelee. there to carry my luggage. Nipweza kubeba mzigo Now wangu. I am alone, Mimi niko kule peke yangu. 33,000 kilometers away, 3,000 kilometers away. and I am still your father. Na mimi ni baba yako. Wenda huko. Wewe ni Colorado. You know, Ni Colorado. I am not. Mimi si. Don't imagine. Ehe. Can you imagine Unaweza fikiria hii how many 33,000 kilometers? 33 kilometers. Huko ni bali sana. Angalia hii map. Nawe haha ne juko. Na hapa ni magosping tu hapa na nini sielewi hii map. I'm bringing down a whole palace down. Naleta chini pale sio chini. Na wewe ni kwangani yako ile thukuma. Na wewe ndio mjuaji tu wa kujua mahali kulala wapi sijui ni nini. Surely, apostle. Siangalie hii. Are we together? Tuko pamoja na hii maneno. Are we together? That is life and death. Hii ni kama Agnes. kifo. Are we together? Am I in the wrong church? Mimi ni kweli nahubiria kanisa hilo. No. For sure I must be in the wrong place. It is me who is niye ni ndari na kiogokera. Ndarora ari niye ni ndari na kiogokera. Amen. The standard will change. Lazima Hear that from me. kiwango Hear that from me.
sikia kutoka kwangu, the standard will change. hicho kiwango lazima kiraji kiunoginya. Mwanyonete otukoyiwe. Mliniona usiku. Hallelujah. I'm ready to do unthinkable. Mimi niko tayari kufanya kitu ambacho hakiwezi. And from today I will do the unthinkable. Kutoka From leo today nitafanya mambo ambayo haitaeleweka. I'm too far away from you. You cannot even feel my anointing. Hauwezi uganika na anointing na grace So hii. why continue wasting your time Kwa nini upoteze muda na when wakati you wako cannot feel the anointing? kama hauwezi sikia anointing? Go get that local pastor. Shoka kwa Nyugeshagi, uende kwa yule pastor wa kwenu. Go there. Siko. Enda Joro. Hallelujah. Josephine, kwenu ni wapi? Neko Inofi. Nyeri wapi? Nyeri ni kubwa. Udhaya, wapi Udhaya? Ni kubwa. Keriaini, Keriaini. Udhaya tende mmeenda Keriaini. Ajui kwao. Huyu ni wa Mathare. Ujui kwenu? Uko Udhaya ama uko Keriaini? Udhaya. Mto ya kwenu ile kubwa sana inaitwaje? Hapana. Inaitwaje? Hajui. Ile mtu mkubwa sana inaitwa Gekira. Inanyamaza, ilimeza maumau wengi sana ikanyamaza. Anyway, pole. Utajielewa tu. Kabisa. Utajielewa. Hallelujah. Worship team. Msipoacha ujinga, I will throw you out. Unasikia? The standard must go high. Na uendelee kuchukua simu. Ikae hivyo. Wewe kuja wakuone vizuri. Ule anachukuaga simu. Kuja. All my phones, messages na voice call zote nimedivert. Si kwa simu yake, ni simu yangu ya kanisa. Nimedivert huko. Zote zinaingia wapi? Na ni yeye anachukuaga. Wale wametuma kaimojo amekaona. Wale ameandika maneno matamu ya upezi ameona. Na hiyo ingine, simu hiyo ingine iko na ule wa media anaitwa Ann. Ile message zote ameniprintia Ann, they are unprintable. Ate oh yeah, babe, I saw you in the Paris, I felt I can fly. So my numbers are no longer with me. Namba zangu haziko na mimi tena. So don't bother writing those messages. They are received by her. Usijisumbue kuandika hizo messages. They are asking why her. Kwa nini yeye? That kwani yeye ndio sasa ako kwa simu. Kwani yeye ndio ako kwa simu siku hizi. No ilima. Ujika mtaacha. Lazima muache hiyo. Kwa hivyo those two numbers I'm no longer using them. Hizo namba situmii tena. They are being used from that office. Zinatumika kwa ile ofisi. And she is a resident pastor. Yeye ni resident pastor. And when I'm not inside, wakati si yuko hapa, it is her who is in control. So akikwambia anataka kukuombea ukatae, wachana naye. aende tu. When you come with a problem, she is able to solve the problem. She is going to be assisted by this gentleman and Caro and this other gentleman, Asense. These are in the matters of being the pastor, kuwa pastor. Lakini because she is always available, that is why I gave her that office, because she is always available. It is ukiambia Caro ako kazi, tutaenda huko kwa kazi kwake. Na ukifika huko amegeuka si Mkristo, anakuambia kodoa jicho na tochi. Bwana Yesu asifiwe sana. Her availability qualified her. Are you getting me? Even if that's what you want to think, she is a woman, she is not married. Wacha ujinga. Amen. So disrespecting anyone here kutoheshimu that has been given a position, ambaye amepatiwa sehemu, it means you are walking out of this place the next minute. unakosa kupitia So kwa hiyo. whoever that is working here, akina Joel, must be respected. And the names I announced here before I went,
yale majina nilitaja hapa kabla niende, these are not my names. si majina yangu. It is not me who created those names. Si mimi niliyefanya majina. I appointed people that did a thorough search, Niliweza kuappoint watu ambao wanaweza, and we prayed over the names, tuliombea yale majina, and those names God agreed with them. na yale majina Mungu So akayakubali. they are not here by fluking. Hawako hapa tu hivyo. So if I hear you, Nikisikia wewe tu you are here but you are disrespecting a person, na uko hapa hauheshimu watu wa Mungu, it means that you don't want to be part of this ministry. naoneshana nikana kama hutaki kuwa wa hapa. So that is it. Hivyo ndivyo ilivyo. That is it. Hivyo ndivyo ilivyo. I am now different. Ile kitu nimeona kule nje na nimeona mahali muko, either I pull you or I release you, Either ni wavurute ama ni waache. because we must bring the class of God. Lazima tulete kiwango cha Mungu. Because God told me Mungu akaniambia when I went to the palace, nilipoenda Paris, He told me I have given you the kingdom. nimekupatia utawala. That's what God told me. Mungu aliniambia Then hivi, He sent me go pick the soil, enda uchukue mchanga, and I did so. nikafanya hivyo. So if God has given me the mantle, Kama Mungu amenipatia, it means He also going to give me the people to support the mantle. atanipa watu ambao watanisimama na mimi. So ask yourself, could I be the one of them, Mimi nitakuwa mmoja wa hao, or am I one of the people that are packing? mimi ama nitakuwa mtu mmoja wa wale ambao wataondoka. Now bring your sadakas here. Bring your offerings. Leta sadaka yako. So on Sunday, as you bring sadaka, Sunday ukiendelea kuleta sadaka we yako. are entering from today Leo kutoka leo tunaingia a period of 7 days of praying and fasting. siku 7 za maombi ya kufunga saumu. There is a team that I will be with hapa Kuna timu ambayo nitakuwa nayo hapa in the nights, usiku. and there's a team that if you cannot come, like my sister Rhoda here, Kama utaweza kuja kama dada yangu Rhoda, you go and make in your house kwa nyumba yako wewe ufanye. an altar. Just bring, leteni sadaka. You make in your house Kwa nyumba yako a place where you'll be kneeling down for the next 7 days. mahali utakapokuwa unapigia magoti You speak to God, kwa siku 7 and you open up the spiritual realm na ufugue mbingu yako so that God can hear your supplication. ili Mungu apate kuyapokea maombi yako. Because on Sunday Kwa sababu Jumapili we are going to do a service that has never been done on earth. tutafanya ibada ambayo haijawahi kufanywa dunia It mzima. has never been witnessed by anybody on earth. Haijawahi shuhudiwa na mtu mwingine duniani. The service of exchanging the leadership, Ibada ya kubadilisha uongozi, taking it from the palace kuchukua kutoka kule Paris to here in Kenya, mpaka hapa Kenya. and we shall be anointing the ground to receive the king, Tuta anoint ardhi kwa sababu to receive the king. kupokea mfalme. We shall prepare the ground, Kenya, Tutatayarisha ardhi hapa Kenya. so the people that God has chosen for that purposes, Watu ambao Mungu amewachagua kwa sababu ya hiyo it is you and me. ni wewe na mimi. So as we enter, because that will open as we lay the ground for the king. Utakapoanza andaa ardhi kwa sababu ya mfalme. In the kingdom, Katika utawala everybody is fed in the kingdom. kila mtu ataweza kuingia. Doors of the kingdom will open up. Milango za ufalme zitafunguka. Anything that you want to be changed will change, Kila kitu ambacho because we are entering into a shift. tunaingia kwa kiwango. It is a shift from where we were Mahali tulipokuwa into the kingdom, mpaka kwa utawala. and in this kingdom Na hii utawala you will see things that you have never seen. utaona vitu ambazo haujawahi. You will enjoy the fruits of the kingdom. Utakulia matunda za That utawala. is what God gave me while I was in the United Kingdom, Hicho ndicho Mungu alinipatia nilipokuwa kule United. and things will change. Na mambo yatabadilika. Meanwhile, pray for me Niombee tu as I pray for you. ninapokuombea. Pray for my family, my children, my mother, my whatever. Ombea jamii yangu, mama Pray yangu. for everybody in my family. Ombea kila mmoja kwa familia yangu. And I will be praying for everybody in your family. Na mimi nitaombea kila mtu kwa familia yangu. Support me as I support you. Ni support I need you. ninakuhitaji. You need me. And you need me. God also. bless you. Mungu akubariki. And now may the grace, Our Lord Jesus Christ. simameni kwa miguu yenu. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit
be with us now and forevermore. Once again, may the grace Of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. And once again, may this. Once again. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with